Nampigie makofi anapokuja. Ndio niwaelezee who is my friend, a mother of my friend. Digugutegura. Etagwo nyina wa Boy. Na Boy yako wapi? Na ni mfupi ameenda kujifiwa. Boy. Hayuko tena? Ameenda wapi? Ni adhire. Ayano kaheka lake. Katudu puraga huko. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. God is good. And all the time. Bwana asifiwe sana. Mimi naitwa Mama Wamboi na ndio huyo anatafutwa. Amepotea si huyu. Huyu ni mamako. Anikuradhi. Ule Wamboi mwingine. Alienda wapi? Atakuja tu ako area. Yes. Mimi ndio huyo mnasikia tulikuwa tunaomba. Ndio mtoke mahali mlikuwa pale stadium. Na tukaomba na Mungu alisikia maombi. Ndio mkapata mahali hapa. Na bado tunaendelea kuomba, mtapata mahali pengine pakubwa kushinda hapa. Bwana asifiwe. Yes, na Mungu ni mwema na mwaminifu. Na nimesikia furaha sana nikisikia Wamboi ndiye amesimama. Kazi mzuri hapa na hii urembo tunaona ikapata kupatikana. Na kazi mzuri akafanya. Bwana asifiwe. Sio yeye bali ni Mungu amemwezesha. Na sasa kila mtu mahali amepewa kazi. Mtu afanye, asifanye kama ni yeye anafanya. Usifanye ati ufurahishe aposto. Usifanye ufurahishe ule mtu munaendaga na yeye, mnakujanaga na yeye, au umkamutishe ati wewe unafanya kazi. Fanya kazi ufurahishe Mungu, naye Mungu atakufurahisha. Bwana asifiwe na Mungu ampende sana. Asante sana Beth. Donauga kule wathomaga. Ukusema unaendaka ama uendake kanisa? Bwana asifiwe. Sisi tunasoma kule CFF kwa Archbishop Harrison Ng'ang'a na mimi najua ndio baba yenu. Nilimuona kwa baba. Niguka wa hawa. Ni baba yangu. Ni baba yangu. Niguka ya hawa. Niguka ni kweli. Si Bwana ambariki sana na endelee kumtenda mambo makuu na mazuri. Asante sana. God bless you. Mpigieni makofi. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ninafurahi jioni ya leo. Kwanza nimeokoka. Kristo ni Bwana. Kwa majina naitwa Beth. Na mimi nimetoka pia CFF chini ya Archbishop Dr. Harrison Ng'ang'a. Na tukienda pahali tunasemaga pahali tumeenda. Kwa hivyo simpokea salamu. Pokeeni salamu za niguka wenyu. Niguka wenyu, lakini mimi ni baba. Hata apostle ni baba yake. These are my sisters. Yes. Hivyo tu apostle amewaambia sisi ni furaha. Wakati mmetuona hata tukiingia ni kuona vile matendo ya Mungu. Vile Mungu ametenda mahali hapa. Maombi hufanya jambo. Sisi pale ninakumbuka tukiwa pale Ngong. Hatukuwa hata na mavuli. Na si ati hatungeweza kuafford mavuli, lakini tulitaka mpaka kusacrifice. Kule mlima si mnajua ni baridi. Lakini tulisacrifice, hakuna mtu alijifunika, kunyeshewa, inaanguka kama snow. Lakini tulikuwa tunaenda every Monday by 6 watu wamerauka, tumeenda ili tukaombe kwa sababu tulitaka maono iliyokuwa na mtumishi wa Mungu ikaweze kuonekana. Na sasa si tunaiona, si tunafurahia. Sasa kile ningewaomba nyinyi, kwa sababu hapa sio mwisho. Sasa hiyo maono ingine ya hiyo shamba ni watu muamuke na kuomba. Tusiombe tu wakati tunaingia kanisani. Hii vita, kwa sababu sio ni wengi pia wanataka shamba, lakini watakaofika mbele watapata. Kwa hivyo tuamke na tuanze maombi. Na Mungu akibarikiwa na nyinyi mnabarikiwa. Akienda na gari hiyo ingine na wewe unaenda na hiyo ingine.
ingine, si ndio? Na manyumba, na Mungu awabariki akawatendee mema. Thank you. Mpigieni makofi. Thank you. Alafu Beth, hiyo timu ingine hawa tulikuwa na wao watafute wakuje, nataka kuachijia nyeguo mbere moke othe aria manyendete aria matanyendete othe moke nanyita ndimathinjire nigetha njire Ngai ni thank you for having sent you and you listened to him. There is this kadota ka boy kanasema kanataka kuwasalimia geko waboi Mrs. etawote mudhuri wake Mrs. Efantas, Mrs. Efantas, Mrs. Maina. Huyu ndio pasta wangu. Huyu ndiye aliniombea mpaka nikarudi kwa Mungu. Huyu ni product ya Mukuru kwa Ruben. Kanatigwa. We are from Mukuru kwa Ruben. That is where we came from. Yes. Pale chini. Wamboi is Dolin. Waboi, Mrs. Maina, pastor of this church. Huyu ndio pastor ule mkubwa wa hii kanisa. Na ndio alifungua mambo ya doa kwa hii kanisa. Simumpigie makofi. Huyu sasa ndio niliomba sana doa yake ifaulu, ndio yangu ifaulu. Because she keeps telling me that ni ukolile. Kwa sababu unajua nilikuwa kama mrefi, tulikuwa tunatengeneza party kwa nyumba, tunaitisha roll kanta mzima ya pombe. Marafiki wangu wengi kama 500 wanakuja. Tulikuwa tunatengeneza paka jamu kwa barabara. Sasa aka kalikuwa kanaenda bedroom kwenda huko kuomba. Mimi nilimkuta siku moja akilia, nikamuuliza nini Waboi, akaniambia ni pilipili. Kumbe ni kuwa akilia akiambia Mungu hii maneno haitafanyika hapa tena. Kumbe Mungu anasikiaga mpaka watoto. Tulikosana na hawa watu wote hata tuonanagi hata mmoja. Niwe kile urumu na Waboi. Ndio atu Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Naitwa Wamboi, naitwa Doreen, naitwa Gashuru, naitwa Evantas. Oh, sorry, Mrs. And I'm happy to be here, to see all of you looking happy, smiling very much. Yeah, I'm blessed. Dokema hujeri hanini? Thank you. Alafu kuna kayetu kalamu hii nini nakokea. Yaani nilikutana na kasiana wanafanana na yeye mpaka nikamwambia ukaona kailetu muhiana ini. Si wanafanana? Kai. Sasa hii maneno ni gani? Ni horole kwa. Hebu mwambie salimiane. Praise God, church. Praise God again. I am blessed to be here today. Wewe mzee wadieko. Ukaha. Waboi, gikarethi. Dimo ikarethi ukaha. Urenda kuona niki ututhokirie testimony. Bathi haja. Ukwamba guthikana ukwamba kwaria. Nuko hata kuomereria. Ndokiari gaithi tametera andũ aya atiriri ni iko wa Kinya kuma Radani mama na brother yaku guku rucine iga hakwina muriega andũ a Ngai na ciana cia Ngai rekia ni hindi ndakinya kuma Radani Joria na haure ni hega uri ungiguga ni atia ni ati ucio ungiguga umere atiriri wakinya na ndege ya Air France ndakinya na ndege ya France ya kuma Paris
na ni wake na ni undu wao gugweterera nĩ ndakena nĩ ũndũ wa inyuĩ kũnjeterera. morie mukwenda atia ta morie mukwenda atia Rĩu rĩ morie mũkwenda atĩa? ati wikare thi maigue kiugo Njikare thĩ. tabodi hau uguthiaga ucoke uke munaona muse mere kiugo kuhe no taraika hanene na kanua igake kunyitire tu. Nĩ ndakena mũno nĩ inyuĩ na ũndũ ũcio wa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ ndironetio na korwo ndironetio ũhuanaine no nĩnyitanĩte kũmwe, na rĩrĩa ndokire gũkũ mũthenya ũrĩa ndakinyire gũkũ, wakati alikuja huko hiyo siku alifika hapa, niĩ moyo wakwa moyo wake ndathire njũĩ atĩrĩrĩ, alienda akijua andũ arĩa ngorire kũu, wale watu alikuta huko gũthiĩte kũu rĩ nĩ andũ mahuana ũrĩa Ngai endaga, ni watu wanakaa vile Mungu anapenda. Nĩguo ndathire huana ũguo, na rĩrĩa itakĩrĩ itokĩte gũkũ, na wakati anjakuja huku nĩ gũkorwo ngoragwo kaingĩ gĩthumbũrwo nĩ mwĩrĩ, anakuanga anasumbuliwa na mwili na maũndũ na mambo, nĩ ũndũ nĩnyendete gũkũ. Rĩrĩa ndoka gũkũ anapenda huku, wakati anakuja huku njigua njiganĩire, anasikia kama kako watu arĩa makoragwo gũkũ na wale watu wanakaanga huku. Na Yesu akĩrĩ mũira wakwa, na Yesu ni msunda wake, na rĩrĩa ndakĩaria ũguo mũkĩririkanage atĩrĩrĩ, wakati amesema hivyo unakumbuka kwamba mũndũ akĩhĩtia, mtu akikosa nĩ ahĩtagia akĩaria, anakosea akiongea, ona kuona na maitho rĩ, hata kuona na macho no ũhĩtie, unaweza kosea ukiona na maitho, ukiona na macho, ona kuigua rĩ, hata kusikia no uigue no ũhĩtie, unaweza sikia na ukose, nĩ ũndũ waigua wacoka wanyita ũndũ ũcio ũrĩa ũtahuana, manake umesikia alafu ukashika vile waiga handũ kana ũkĩwandĩka, wawandĩka ũtarĩ mwega, unaandika kama iko sawa. Rĩu mũtigwo na wega, mbaki salama, mũrathimagwo na mbarikiwe. Amen. Aya, uwo mundu mamuhunjia uyu. Nĩ tukwaraniria thi hau guthiaga ucoke uke. Kijana. Amen. Uwo Kai. Kemani, wathi kwa umma muthuri ucio wathi ku. Hi, God can change. He's a loving God. We give glory and the honor to God. I used to be like him. And when life came, when God came to my life, everything changed. Even today, for those who participated, those who wamepiga makofi yao, umefanya kakitu, God is going to change your life. Hivyo unaona maisha yake imebadilika. Na tutabadilisha mpaka mahali analala. Atalalia kitanda. Wakati nilimaliza nilikumbuka kuna kastori nilikuwa patia Keti Jijo kwa ile programu yake sasa inaendelea. Nakumbuka kuna wakati niliweka gunia makaratasi kwa sababu I could not afford a mattress. Niliweka gunia makaratasi nikashikanisha ikakuwa mattress na nikalalia. For about 6 months nilikuwa na nyemelea usiku na chuna mboga ya wenyewe kwa sababu I could not afford. Nilikuwa kama kwa cage. When God is dealing with you, he puts you in a cage. You cannot get out. Maana nilikuwa nimechomewa, watu wa Mungiki walichoma nyumba zangu, kila kitu. I was left without anything. Na kwa sababu singetaka watu wajue, ni mimi nilitafuta kanyumba ka 800 bob hapo Matasia, nikajificha hapo. Sasa nilituma msichana mwingine akaenda akakoboa. Unfortunately ama fortunately, landlord mama akakuja mchana akakuta na saa hiyo nimevaa kanyasa na jibarisi hapo
thinking what to do next because I cannot go out. Nikitoka tu nje ya compound hapo, Mogeki wataniona ama polisi wataniona. So I was in danger. I decided to say, na kanisa imeniwacha, imenitupa. So mama alipokuja kwa hivi, akaona ni mimi, akaanza kurudi reverse. Akitaka kupiga duru, nikamwambia kwa sababu niliona akipiga duru watu wote watajua. So nikajua wewe nitakunyamazisha. Dokuga bugoko. Nilimwambia takuchija. Mama akaanguka chini dong. Nikamubeba nikambuigiza kwa nyumba. Nikamwambia kalia hapo kwa gunia. Alipoigiza kwa nyumba akaona garibu ni hiko daku akafufuka haraka. Akaniambia ndukajurage mwana wako. Nikamwambia nawe haha. Nikamwambia naona kahio kale. Gatire garatheja mundu ungi nwegetereire. Mama akanyamaza. Na mama tukaongea nikamwelezea shida yangu yote. Akanihurumia. Akaniambia hii nyumba nimekupatia mpaka siku ile utapata pesa. Akarudi kwa mfuko. Akanipatia 10,000 na akaniletea ka stove kale ka pressure kale ka kuweka muruke. Hivi. Na akaninunulia mafuta akajaza katagi hiyo ka stove na akanipatia tusufuria na kijiko na tusahani. That is why unaonaga napatianaga. Hiyo ndio sababu unaonaga napatianaga. Na ukiona wakati mwingi sikaagi miezi miwili kabla sijapatiana sufuria na sahani na meko. Jana nilitia gari nikamwambia gari wewe na kitu wena liko ya kuruga. Akaniambia amehama lakini hajanunua. Nikamwambia kuja nyumbani uchukue kuna jiko ingine hapa. Because nakumbuka that I didn't have any hope. Sikuwa na hope yoyote in my life because I was caged. Mungiki wanted to kill me. The government was looking for me. Kanisa imeniwacha. I had no source of money. So ni usiku kukue usiku, niende nichune sukuma wiki, niakishe kamoto usiku kakuni. Ndio niweke moto hivi, nikule. Bwana Yesu asifiwe. So that is why you see me giving. Lazima tukonage tare kwa naga. Niko na vitu nyingi sana. Hata naweza kukwambia twende nyumbani nikupatie kifunguo ya gari nikwambie enda. Because I know God can change your life. He can change your life. So my giving is kubodhe sana kwa sababu sikuitishi. Na ukisikia utaki kunisaidia kutoa kaa. Na bado nitasaidiana tu. Unajua kuna wengine wanasemaga na kwa na ati ya mahe nigetha maokage kanitha ndiramwita. Ndoikare guka. Sorry, ndoikare na no meguka. Maito ndoikara guko. Awa mama simameni we unyamwe haha mbere marugamirire aciange thigari ciothe itimenyekanaga. Awa mama wamekuwa hapa for 7 good days. Nitikumgoja 7 days kutoka tuende safari ya Moro wamekuwa hapa wakiomba. Haha maikroga haria makehoya. Anu wameniomba safari ya Moro ikakuwa mzuri, kanisa imekuwa mzuri, kila kitu. Noone gathia kandu guku oi makeja kuhoya ii tutumia tu ri niki tureka guku mokete okuria irio na okurigira mararugirwo mere tuno tu tungirotoma. Awa mama wamenishikilia ikara hivi. Thank you kia murathime. Amesimama na mimi. Wakati nimetengeneza itasesa ya kusimama na mimi, nikatengeneza meli, nikatengeneza Kenyajui, nikatengeneza nini wajiko. Sasa asho mahoya galere damera mahoya kanitha majige kuhoya mahoya malere fa ndakoria pasta atweka muthuri wakwa no paru rwakwa atweke nyama ciakwa nĩrĩa mahĩndĩ makwa wĩrire andũ marũe mbara thũ cikũrĩa nĩ gũka ciroka. No mũndũ haha nĩ mahĩndĩ aracaria nĩ nyama aracaria. Wathi wagĩra jeshi ĩngĩ yũke na gũkũ ukonaga andũ marauga atumia acio nĩkĩ magĩkĩraga iremba nĩ iremba
anere baire cia blue na cia yellow na cia kei na cia purple maikarite haria maikarite ugo makoni tondu na ni ndirokire ugo ndiraingira ugo ndirarigwo ndiramba ndiracoka na thutha ndirarigwo andu aya ni ariku ito ndiretigire ndio ni mwikiraga mathara makuo macio matharaita ni matharaita uria ndokire ndiramba ndiracothire arigwo ndacoka ndirona maitu hahe na kamuti kamuthigi ndirarigwo ikagwathi atia guku ndacoka ndamenya githe ni thigari cia mwathani mukinyire hau na Ngai ni amongerera thikũ ingĩ 7 nigetha aria mahoyaga andu mome guku tukumagurira Big G matanuke meite nayo mukuigua uguo inye muturagwo mukuigua uguo mutasikia hivyo thi muongerere pressure ya mahoya mere mongerere maiki ya iguru na ithuĩ tũmathandũrĩre iguru ta ngara mwathani agocwo bwana asifiwe sana nĩnyendaga kwamba gũkena itanambĩrĩria tikondora ũru I'm still an apostle I'm saved only I'm 5% saved 95 bado sijaokoka so unasikiliza mtu mwenye ako 95.05% kwa hivyo univumilie tu waigwa ngerigia wana univumilie nie ndikaraga matu iguru njikaraga guku ndira gukinya ndang'ana muno Agnes nang'ang'ana tu njue wikaraga na kuria no kwega njaragereria itu bwana asifiwe sana last time tulisoma nini it was a spirit of and we understood the powers of Jezebel bwana Yesu asifiwe sana mundu agoba mwathani agocwo rugama na iguru tu hebu tusaidie ule na microphone huyu mama anapigana na pombe kule Goba na ina mgoga si ndio na imemgoga vizuri kwa sababu kuna inaitagwa altars inaitagwa sitagwa ngoma cia matura ni njuru muno no ikunine geithia andu uge witagwa atia mwathani agocwo ringi kanitha hamaritwo njitagwo Damaris wa irimu wa makumi na ngoragwo kuria Goba 2019 ni twanjirie uhoro ucio wa anake acio maranyua tondu ni kuite anake ingi nini ada 29 years gucoka na thi na ngimit pastor eri nikakutana na watumishi wawili murenda twike atia uhoro wa njohi ino nikauliza wanataka tufanye nini makijira twajie kuma feed wakasema tuanze Tuesday and Thursdays Jumanne na Thursdays na tukiajia na tukaanza na walikuwa 12 but they came a number of 42 na wakawa wana change wanakuwa wasafi na mji ukaanza kuingilia wamama wa Goba wakaanza kuingilia kuleta maguo kuleta nini lakini corona ikakuja sasa ile corona ilikuja hiyo mambo ilienda mrama na tuko separate na mambo ikaisha namna hiyo but there is still a lot of pain sababu on Thursday we buried a young man 29 years ambaye alikuwa among the members na mbele yake between 2019 kumekufa wengine 4 wale tulikuwa tunahudumia so I'm in that pain parents wake up and pray for this pombe wake up and pray for this drug inatumika mpaka watoto wa secondary bagi iko na watoto wa secondary kunajulikana ni nani anauza lakini hakuna maandamano hakuna mtu anasimama but nimekuja kuona apostle ndio aombe juu ya hii ndio na nyinyi mumshikirie sababu si Goba peke yake ni kila mahali na ni watoto wadogo na inajulikana gayism ni mingi sana Goba inajulikana lakini hakuna hatua inachukuliwa so as a parent I'm in pain I'm in a lot of pain tusaidiane kwa maombi asante mpigeni makofi si maombi tu ile kitu nataka tumalize ni ule ujika tulikuwa nayo ya Mkristo hapo zamani nataka tukue Mkristo wa matendo si matendo tu ya ati kuonekana kanisani tubebe hata bakora si mnajua mimi naidaga
tubebe mpaka bakora, tukijua ni nani anauza, tunaenda tunanyorosa sawa sawa, na tunaambia polisi kujeni mtushike, ni sisi tumenyorosa. Tukifanya hivyo bili tatu, hiyo maneno inaisha. Hii ujika tuwezi kubadilisha ati tukaraga tutwaragelia na unaongelea na nini na mtoto amekufa. Umezika eda rangata 22, 23, 24, 25, 26. Hiyo miaka ndio tunazika. Ni pombe, ni chang'aa, ni madawa ya kulevya, ni gayism. Watoto baka wa class 8 wako ni gay saizi. Visichana vya class 8 ni lesbian. Sasa unashitwa tugodhie ko turorete ko. Nate kanitha goko niguo tuhungurũtikire goko tukia twende Sayuni twende nginya memero nĩ orire mũgĩthiĩ Sayuni. Urathi Sayuni gwĩka atĩa na kwa mwana waku nĩkĩ? Mwana waku nĩ ngĩ. Urathi kuga nĩkĩ ũrekaga thĩ ĩno? Unaenda Sayuni kufanya kazi gani? Na mtoto yako ni lesbian? Unaenda Sayuni kufanya nini na mtoto yako anavuta bagi? Baka bagi na mzoea, baka bagi na mjua. Baka inabidi sasa aanze kuambiwa ile bagi inaweza kukamata wewe mzuri ni tuende Tanzania kwa sababu ya Kenya imekukamata yote. Bwana Yesu asifiwe sana. So we must be Christians of action, not Christians of pretense. Unakuta mtu badala mshikane kama huyu msichana. Oka. Ndio alimrefi. Ini kiatutu massive. Aka mama kalikuwa kamrevi kabisa. Paka kalikuwa na Fadita. Fadita. Tunakuona wega. Ndatigire jo hivyo. Kabisa. Nikiore karibu. Thaisi ni waheire mure ondeithagia kiroho na ni ajigire ira kwendia makara ni monderedia thaisi. Ni akuigire ira kwendia makara. Na iratu ni kiondeire ici uhoere wiro thina. Aya, uredia iratu? Na makara. Ici ni ciredia? Wow. Agurite cia ngiri 3 iratu makara ngirehero ngonia 2 ni Pastor Nancy. Data dia 250. No ina mwana alehe 250. Lehe ibesha 250 kugura nunulia mtoto. No ruga katikega. Kagutaririe. Tigetha guteithie. Gaka ri tikega kena marangi mangĩ na lesbian. Mani mo marangi mangĩ na lesbian. Unoye kana ka kuheo kiratu gekire kanja kuhandwo roho wangĩ na we ndunamenya. Twe no guthira thiro ragura. Uronire uthaka, uyu ti uthaka. Uyu niguo twitaga ũngĩ na lesbian. Mani mo marangi mangĩ. No anyita. No ndukimenya. Ugukora nginya maitũ ekirite t-shirt kia ngĩ. No anyita. Tondu ni roho marendia. No anyita. Wanasabasa roho. Riu gĩkĩ rĩ gĩgũtigwo haha. Nĩ ngũkĩgũra nĩgetha gĩthige gacinwo na tukanie roho ũyũ ndũgoke gũkũ. Ngũhe rĩrĩ mbeca cia gũthiĩ kũruta iroke. Ũthiĩ ũgũre tũratũ. Nĩguo. Asante sana. God bless you. Mutike mahorera karo. Yes. Yeah. Simu naona baraka zinaweza kuja. Zinaendelea kukuja and we are going to change. Kama ni huyu alibadilika, hebu kuja. Kama ni huyu. Unajua huyu ndiye alikuwa mwizi sugu. Ule wathia gweka spying. Huyu ndio tulikuwa tunatumia aende akafanya spy. Na buduki tukitumia huyu ndio alikuwa tunampatia aende akaoshe na mafuta for the next purpose. This woman you see here. Tutajira getumia tageke gethaka uguo. Yokete gegaikara hakumu kawa-ini. Ona githe mutigikara nakio kiaje gugikatia. Na turamenya ni wokire go spy. Yes. Tukimageithia. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Pastor Jean, lakini wakati huo nilikuwa naitwa Sini ama Jennifer Lopez. Nilikuwa na majina mingi na nilikuwa Jabazi. Bwana Yesu apewe sifa. Nilikuwa hivyo, tulikuwa tunaosha buduki na hivyo anapigana na dawa za kulevya. Nafanya hiyo kazi kwa nilitumia zote. Bwana Yesu apewe sifa. Sijui ni mihadarati gani sijawahi tumia. Bwana Yesu atukuzwe. Mpaka nikafikia, niko na dada hapa, nikafikia kumpeana. Bwana Yesu apewe sifa. Na kwa sahi angekuwa hai. So usistuke sana.
Sasa mimi ni pastor. Bwana Yesu apewe sifa. Simama uwafanye hivi Emily. Bwana Yesu atukuzwe. Huyo angekuwa juu nilikuwa nimempeana. Wamone aniteko. Ora kone kunyarira. Bwana Yesu apewe sifa. Alikuwa amenisumbua sana. Kila jioni anatumia polisi wanipeleke ushago. Kila jioni ananipeana. Bwana Yesu apewe sifa. So nikaamua nimpeane. Ilikuwa saa 12 Kariobangi North, mahali panaitwa Mamunya. Alikuwa anauza baa hapo, alikuwa ametegewa hapo. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini wakati siku ilifika, kazini yangu akaniuliza unafanya nini? Lakini nilikuwa navuta bangi mingi, nilikuwa chain smoker. So sikuwa naogopa chochote. Bwana Yesu apewe sifa. Juu hata unajua buduki sikuwa napanguza iende ikapembeleze watu. Bwana Yesu apewe sifa. Dwathondekaga hundo kiethie kadie nyama bushi. Diathondekaga. Sikuwa napanguza iende ikauze nyama ama ikachunge mtu. Bwana Yesu apewe sifa. Nikamaliza. So nilikuwa na hiyo spirit. Bwana Yesu apewe sifa. Ni usema siwangi nikijisemesha. Kazini yangu akaniambia damu itakuwa ikilie kitusumbua. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini wakati walifika nikapiga magoti nikaambiwa mimi ndio nitauliwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa zile binu tulikuwa nazo nikaponea. Bwana Yesu atukuzwe. Mungu akukubali nikufe, ndio nilikuwa napanguza buduki sahi ananipea fasi na andika. Mungu alikuwa na mpango mwema na tunamtumikia Mungu. Simbarikiwe. Asante. Piga makofi kwake. Sasa wewe hata hujavuta bag na unaliga. Huyu anakuambia madawa na hata ametaka kuua dada yake. Huyu anora hatu itira na nduri weko ona tigara nduri wagushi. Wadhani agosho. Huko unaitwaje? Huko Israeli yote polisi wote walikuwa namjua by name. Sisiri ama Swasiniga. Bwana ama Jennifer Lopez. Bwana asifiwe sana. Gayosho ni mwega. Gayosho ni ke? Gayosho ni mwega. Na alituokoa. Na ndio naambiaga Jane, ndukanaugwe 99% kana 100% kuhonoka. Reke torero ni Ngai. Witikire tu. Tugituragwo ukahora. Kihonoko ni process. Tigana cio mathire kuria iguru guikaraga kuo. Reke tuthio kahora, tuikare guku na Ngai, atuihurie, tuikire nyama wega, tukorwo turi andu wega. Ndukenaga ngikuhunjiria muno. Na ithe towe wanyitanite na atumia angi uhoere ngue. Yeni higo ya mugike. Katangiuragwo. Tagitugire muno. Mwathani agocwo. It is Christianity, it's a process. And when you are in this process of Christianity, you are grown by God. You are never perfect. Nobody is perfect. We have all shortages. We have difficulties in our life. We don't qualify. Nobody. Kama Yesu akikuja hapa, I am sure 100% not a single man ataenda biguni. Not a single. Including you. Wacha kuniangalia vibaya. Wewe unaniangalia hata mimi. Wewe. Because we are all in the process of being processed. And in this process of being processed, God has a reason. Ako na sababu. Kuna njia atakupitishia yako na mimi atanipitishia yangu. Na kwa njia yako hatuwezi kupitia njia sisi wote. Kila mtu atakuwa na njia yake. Na in the process ya kupitia njia yako na mimi njia yangu, tutaona biguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Bishop wangu anasemanga biguni ni nini? Biguni ni bari. Sasa kupitia kwa sababu ya hiyo nimesema Mungu amenaniambia nikufundishe Moses life and a calling. Maisha ya Musa katika maisha ya Ukristo. The life of a true Christian through the life of Moses. The life of a true Christian through the life of Moses. Yani maisha ya Mkristo kamili tutapata reflection ya manani ya Musa. Ile maisha Musa alipitia inaashiria na inatufundisha what is supposed to be meant of a true Christian. Ndio wewe ukuje ufanyike Mkristo kamili anayeaminika. Mkristo kule biguni anajulikana. Tuangalie maisha ya Musa. Ukiona una perfect unaingia kwenye maisha ya Musa, utajua wewe ni Mkristo leo. Na ukikosa kujipata kwenye maisha ya Musa, basi ukuje tutubu hapa, tukuombee ndio uanze process ya Ukristo ukiwa zero. Hiyo kama hiyo unakaaga biguni ujue si biguni unakaaga ukila kwa goma.
So I'm looking at Moses' life and the calling of Moses. The life of a true Christian through the life of Moses. Kitu ya kwanza tunapata Musa alikuwa nayo, Moses didn't have an ideal upbringing. Musa hakuwa na perfect upbringing. Hakulelewa kama mtoto mzuri. Hakupata wazazi wazuri wa kumulea. Maana wale wazazi kulikuwa kina disaster, kumetakaswa. Kijana yote ambaye atapatikana apigwe risasi ama uliwe. He didn't have a perfect bringing up. Hakuna mahali alilelewa. Hakunyonyeshwa manyonyo. Matiti. Hakunyonyeshwa. Hakupata mama wa kumulea. Maana kulikuwa kuna deja imetakaswa na imesemekana kijana yoyote mvulana apigwe risasi akufe. Kwa hivyo walienda kwa kamuficha, wakampeleka mahali kwa mto ndio aende akae huko. Na alipokaa huko akakuwa kanalia kwa sababu kuna jaa ilikamata. Jaa ikakashika kakaanza kulia. Mtoto wa Farao, yule Farao mwenye ametoa order watoto wote wauliwe. Mtoto wa Farao akipita hivi akaenda kwenye mtu alikuwa adhi yako idhaba. Just imagine mtoto wa mfalme aligedhigwa idhaba la roho. God causes things to happen. Because it's not that they didn't have a place to take a bath. Alikuwa na nyumbani kule mahali ya geogelea, mahali ya geoga na maji moto mzuri. Lakini Mungu akamwambia sasa leo unaenda kwa mto uende ukaoge huko ndio kuna maji mzuri ya kuoga. Akaambia wale watu wafanyikazi wake wote tuendeni tukaoge huko chini. Kufika huko akasikia kitoto kinalia. Kitoto kile akasikia kimelia. Kuenda kuangalia akaona ni kijana, akabeba. Akaambia hawa, nitiramenya hawa ni watoto wa wale. Lakini tutachukua huyu mtoto. Mungu akasababisha mtoto wa mfalme aliyetoa order abebe huyu mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. God causes things to happen in your way that causes you to succeed. God will project something that it is unimaginable. Musa akabebwa na akapelekwa mpaka Paris. Ule mfalme amesema watoto wote wauliwe. Mtoto akasema ndatwaraga akanige guthi kuragwo. Akatafuta mahali kanyumba na akatafuta mfanyikazi wa kulea huyu mtoto akampeleka huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaenda akamficha na akamwadikia mtu. Kisha baadaye walipoishi wakakaa alienda akimleta nyumbani. Wakati Mungu anapanga kutumia wewe, atakutumia maadui kukulinda. Atatumia maadui kukuweka mahali unahitajika. Atatumia maadui kukuendeleza. Atatumia maadui wale wamekupagia mabaya wakupatie security. Bwana Yesu asifiwe sana. Musa alipata security ya kutosha. Lakini hakulelewa na wazazi. Kwa hivyo hana ile tabia ya mzazi. Hana tabia ya baba na hana tabia ya mama. Lakini ako na tabia ya wale ambao alikuwa kuja wangoe. Kwa hivyo ukiona maisha yako imekuwa gumu na bali unapitililia, usijali, labda kuna kitu Mungu anakupitilizia ndio ukuje akutumie wewe kuja kurekebisha mahali hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Musa alikaa maisha ambayo wewe mwenyewe hungeyataka, maana alikuwa na maisha mazuri but without parents. Alikuwa na misingi mizuri, maana kwa Farao kulikuwa kuna chakula, kulikuwa kuna bacon, kulikuwa kuna sausage, kulikuwa na kila kitu. Na labda angeishi kwao hangepatana na hizo vitu. So God will create some comfort somewhere and also create some discomfort in your life. Anasababisha mahali fulani utapata comfort, lakini also atakuondolea rights zako zote. Ndio mahali utakaa, mahali utalelewa, utakuja kujua it is God only. Sasa jiulize wewe, maana tusubua hapa na kutuambia venye Mungu amekuita. Tuambie maisha yako imekuwa namna gani? Umelelewa na serelaki na mama yako na baba yako? Hakuna shida umepata? Umepelekwa shule mzuri? Umepelekwa mahali mzuri hata hujai kanyaga chini? Ukikanyaga kushikwa na kabaridi kidogo, daktari anaitagwa ile wa Gertrude kuja upime mtoto, nimemkuta ako na baridi. Uniambie kama Mungu ako tayari kukutumia. Na kuna mtu mwingine mtoto hata na kasi siku 3 wamezoea ati wakikula in 1 week wakule mara 2 wanaona ni kama hiyo chakula iko na sumu. Kwa sababu si hawako wametarajia. Wanaona ni kama hii chakula hatufai kukula. Maana wiki mzima wanafaa kukula mara moja. Wiki mzima wanafaa hata, angalia hiyo msee anamwambia aoge, anasema mimi siwezi kuoga bila maji moto. Namwambia vaa nguo mpya, anasema hapana, nikienda huko watanipiga.
Kwa sababu amefika mambo maisha na amekaa na jua ya kwamba anafaa kukaa hivyo akiwa na uchafu ndio aweze kuishi dunia hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu ukiwaona wakitembea hivi, usione shida hiyo unapitia ni kama Mungu anakuchukia. Hiyo shida unapitia sio Mungu anakuchukia sana, anakupenda, anakutengeneza. Alisababisha mtoto wa mfalme aende kwa mto akaoge. Alisababisha mtoto wa mfalme aende huko na akamweka huruma. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huko kwenye process ya Mungu, kuna watu wako wamewekwa huruma wa kukushikilia, lakini ile comfort ya kukaa maisha mzuri hakuna. Ile comfort ya kukaa kama watoto wengine, ule kuona leo na kwene gukireo shafashi no getagero kashafashi kanuthu kayero gakae kwa muhuko ukarehero wakunyerwa, lakini hautakula chapati mzuri, lakini utaishi, utaendelea kuishi maisha mazuri. Bwana asifiwe sana. Hiyo ndio, he didn't have an ideal life. Hakuishi katika misingi thabiti. Mama yako labda alikuwa mchawi, baba yako labda alikuwa mchawi, mwizi. Kama sasa watoto wangu ukiuliza hawa waboi sikumlea vizuri. Maana mimi nilikuwa nafanya vitu zangu natoroka. Nafanya vitu zangu natoroka. Baka wakati ule Mungu naenda hapo wako wakina waboi wako 18 na bado wanaongezeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu nimetakasa nikasema ukienda mahali popote uthie handu hothe wone gaka kahia na apostle Waruinge kahure bisha udumire no korone gakwa mwathani agocwo na huko gwakwa ni kuriagwo shafashi, ni kuriagwo sausage, kwangu kuna kuliwagwa kuku, kuna kuliagwo kasamaki kazuri. Sasa kama mtoto wangu wako anakula kwa mapipa, ni baraka gani nitapata? Ni baraka gani nitapata? Siwezi kupata baraka. Maana hako katoto kanakula kwa nyama pipa katakuwa keza na rekono ne defafa. Na fafa ni huko no radi go kwa kihiuragia kile huko. Akiga akatene komanda na mwana wake ekule kifera katakati akilia matokoro. Mkienda mpatane na mtoto anafanana mimi, afadhali tukuje tufanye DNA. Chukua tu ulete. Afadhali. Nige najua ni wengi. Hata hao 18 ni nusu. Najua ni wanaweza kusidi. Bwana Yesu asifiwe sana. And I'm proud of that. I am proud of that. Niona kaile tukautakara. She is a pastor. She is preaching the word. Huyo mtoto akihubiri hata anahubiri mzuri kuniliko. Huyo yeye kwetu mzima, yeye the only family mzima amefanya harusi ya kanisa. Sisi wengine ni maharusi ya mahutine. Na ni mtoto wa mkuru kwa Ruben. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kulelewa kule kubaya ama ile maisha umeishi mabaya haiwezi kuwa ndio ground yako ya kuishi baadaye. There is a reason for God amekubali upitie hiyo maneno upitie, because labda he is grounding you for something. Huyo mtoto ndiye alikataza mimi kukunywa pombe. Huyo mtoto ndiye amefanya hii kanisa isimame ikifike hapo. I respect her. Kama si yeye singehubiri, kama si maombi yake na kufast, katoto kalikuwa kana fast mpaka kanatapika damu. Hako naona hapa hivi. Ndio nakapenda. That is the heartbeat of my heart. Hiyo kigoka na kumaliza. Na wao wengine wote. Maana she stood with me. She was young. Alikuwa 12 years akiniombea. Na sasa hiyo tunakabia, we, kwenda kalale. Hakaidi kulala kanaingia kwa bedroom yangu. Na kanafuga yani sijui kalijulia hii maneno wapi. Kanaenda kwa bedroom kanaifuga kanasema nimekataa hapa. Wetile mami ogiogoka huko. Na inakuwa ni hivyo. Kakavuga. Tukalete kiroli kwangu, nilikuwa naleta kiroli kia pombe kimejaa mawaini, maspirit, manini zote kinapakiwa. Sasa hapo magari mpaka ma MP walikuwa nakuja kwangu. Hapo siku 4 non stop drinking. Una imagine sasa 4 days of non stop drinking. Na drinking haiendagi bila kushikwa hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama inaidaga. Sasa walikuwa na drinki. Walikuwa na drinki, si ndio? Ni muona nago. Wale walikuwa na drinki, mlikuwa mnapoteano? Hauwezi kupoteano na hapa. Sasa hapa unakuta compound imejaa matakataka, mapombe, machupa, manini zote zimejaa. Na mtoto wako wako hapa anakuchukulia. Anaona huyu ni baba yangu. Anaona ile zile tabia baba yake anafanya huko. Anaona anachukulia kwa kioo hivi. Anaona kule nje. Nipate after pate. Kaliingia kwa bedroom kakaopa kakafuga hiyo pombe. Tulikosana mpaka saa hii hatuonanagi na hawa watu.
hata nikiwapigia simu wanakata simu, hawatakagi kuniona. Kaliroga sisi. Na all of them they are my enemies now. Hata wengine waliniinukia kunipiga. Tendado kirie maera mao. Kumbe ni kamurogi, nilizaa kamurogi. Kakavuka. Bwana Yesu asifiwe sana. So nakumbuka kule kamezaliwa ni mkuru kwa Ruben. Na hiyo kuzaliwa ya mkuru kwa Ruben ilikuwa kitu ambayo si mzuri, hata wewe wezi taka Agnes. Wezi togeda horo toshio. Kuthiona mavutini na hana ihenya na ihenya no kerori winuka ni ugu netwarikia. No horo cio gathira. This is not good. Lakini God knew there is a product. God knew there is somebody that is coming, and this somebody atakuja kubadilisha mtumishi wangu, atabadilika. Because alijua nyinyi yote amuginibadilisha. Hakuna mtu kama nyinyi angenikaribia. Okay, ujere ate. Okay, urugame mbele yao. Usimame mbele ya nani? Uniambie nini? Ati Yesu mwishi wa bao. Mwanamu maraya. That is what I knew. I knew Jesus is a son of a prostitute. Somebody who cannot tell me, but he used that small girl. Akakuja kaniambia. Na huyo small girl atajimsharia najua. Ni wana huko mabati. Ndio kule kiadutu ndio wale wa kiadutu. Na haujujure. Yes, na unamkuja na maliso na naenda. Kumbe Mungu anajua ako na plan. Ako na mpango ametengeneza. Amepanda bego, na hiyo bego itakuja kubadilisha mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo usijarishwe na ile maisha unapitia. Don't look at the other family unaona wanakaa mzuri. Ama hiyo family wengine wanapelekwa na gari shule, wewe unapelekwa na mguu, hata viatu hauna. Ati ile kiatu unavaa utavaa Disemba ya sadaki. Mimi kuna kiatu tulikuwa tunavaa Disemba ya sadaki. 1 per year inanunuliwa Disemba sadaki. Na inakuchoma vizuri. Wale watu walivaa sadaki ni wangapi? Ilikuwa inabadilisha gosi, inakuwa kama inakuwa ya white. Na ukikaa sana joto ikijaa ina sweat. Ukinenda kanyaga inasema hoja. Remember Hebrew people were slaves in Egypt, and Herod had ordered all boys to be killed. Herod alikuwa amesema watoto wote wakufe. They were slaves. Walikuwa matumwa kule Egypt. Lakini Mungu alijua nitaweka bego yangu moja. Na hii bego haitalelewa katika njia mzuri. Wale watu wote wamekuwa katika mstari wa mbele kufanya kazi ya Mungu. Wale ambao wameitwa kwa sababu ya service ya Mungu, mstari yenu ni kobokobo. Mumeishi maisha mazito. Mumeishi maisha confused. You have neglected. Wazazi wamewakataa. Familia haiwapendi. Mama yako hakupendi. Hata mama yako ameamua kukutoa ukufe. Kuna mama walitoa watoto wao, lakini Mungu akakataa na wao. Mungu akasema huyu ndio kuwa. Unakuta maisha ile but God always creates some ways. Kwa hivyo usijali the situation ambayo unapitia sasa. Usikujalishe, maana ni Mungu anatengeneza kabarabara. Hautalelewa na watu wenu, lakini utaishi. Hautalelewa maisha mazuri, lakini utakula. Hautalelewa shule mzuri, lakini utasoma. Utasomea shule ya serikali, lakini utashinda watoto wote wameenda private school. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaishi maisha mzuri. He was raised by a family that enslaved his people. Alilelewa. Ile familia ilikuwa imeweka watu wao wote kwa slave. Mungu alisababisha hiyo familia ichuke mdhamaki. Kwa hivyo kama uko na anointing, kama uko na mafuta ya biguni, kuna vile Mungu atafanya mamabo. Utafikiria hii mambo haiendi mzuri, lakini itaenda mzuri. At the end of the day utajomoka mahali. So the life of Moses inatufundisha namna gani? Hauhitaji kuishi na kukula vizuri ndio kuwe nabii. Hauhitaji kuvaa nguo mzuri ndio kuwe nabii. Hauhitaji kuitwa na mtoto ya fulani ndio kuwe nabii. Mungu ako na njia ya kupenyesha mafuta yake pole pole. Anakupeleka juu, anakupeleka chini, anakufugia mpaka jela. Angalia Joseph venye kaliuzwa na baba yake. Joseph hakuuzwa na ndugu zake. Najua watu wana confusing. Joseph hakuuzwa na ndugu zake. Mwenye alianza vita ya Joseph ni baba yake. Wakati kalienda kuambia baba yake, niliota watu vitu zikiinama na zingine zikiinamuka. Baba yake akamuuliza, ekayoleto adha. That was the beginning. Mungu baba yake ndiye alifungua mlango ya kupigwa. Kwa hivyo wazazi wetu ndio wengi wametufungulia vita. Wakati ulienda na kitu mzuri uko na baba yako akasema, "Nikigeke,
Hiyo ni vita imeanza automatically. Kama mtoto yako amekuja, amefanya kitu mzuri, bariki huyo mtoto mara moja. Achilia baraka hapo mara moja. Mwambie utabarikiwa. Mwambie utaenda vizuri. Kama baba ya Joseph angebariki mtoto, mwambie I can see a man of God in you. Vita hazingemuinukia. Lakini the beginner of the battle na shida za Joseph ni baba yake. Wakati aliuliza, ekayoleto atha. Mami, ciana ciakure uciaragiria atia? Kana rĩrĩa waciaragĩria nĩ wacitaga ng'ombe ici hera haha, nĩ wacitaga nũgũ ici takataka wewe nĩkĩ maũndũ ta macio. Those your father and your mother ndio wanakuanzishiaga vita ili unapitia saa hizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mama ya Musa alijua hapa kuna shida, alishika mtoto akaenda akamficha, akaenda akamweka mahali. Hakuwa anaenda kumweka mahali akuja kumchukua jioni nego kahitha matikone gakiurago. Ogo wa mbere aciari walimupatiana aende akakufe. That is why this boy never came back to the parents. And that was the beginning of the success story ya Musa. It was a difficult story, but he was kept. Until such a time, wakati Mungu alisema now my boy is mature for use, Mungu akasababisha huyu Musa aende auwe mtu. Maru wagirake walikuwa napigania nini? Maru wagirake walipigana tu vita. Na Musa alikuwa hot-tempered. Akakoka jamaa tutu, akaaguka chini. Na akachukua na kaenda na kachiba simu na kasika. Kumbe kuna watu walimchugulia. When God is processing you, there is always an evidence for that process. Kwa hivyo usijali, whatever you are going through is an evidence of the process ambayo Mungu anakupitishia. Hiyo kukosa chakula, it is an evidence of what God is going to do to you. Siku moja utasema, watasema, oyo kanaka kakatura kakakomaga guko ningaraku. There is an evidence whatever is happening. How wanakuattack, how wanapigana na wewe, it is an evidence God is keeping. Wao ndio watakuja kusema, kaigaineka iwa koroni ataithikire hai. Wa koroni athire na mbere. Wakona uratwarithia ngari. Kaigaie kuai. There must be an evidence. God will create the line you are going through, the life you are going through. Usijali. Wao wanakuchekelea, usijali. Wao wamekutenga nyara, usijali. Wao ambao wamekutenga, hiyo life wamekureject, usijali. It is a process. God is creating an evidence, a statement ambayo watakuja kusema kweli kuna Mungu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Kwa hivyo mambo kama iko namna hiyo, usijali. Number 2, tumepata ingine. Moses made some serious mistakes due to immaturity. If you are in the process of God, you are prone to mistakes kama mimi. Na ndio naonaga sikuagi shy because Moses made serious mistakes. Alifanya makosa mengi in his process. Kwa hivyo kama umefanya makosa, usiangalie watu kama wanakuchekelea, usiangalie watu kama wanachukua vibaya, tigana nao. It is you with your God. The plan of God is still working. The plan of God is still intact. Whatever you are doing, iti wewe ni wewe unafanya. Wewe ni oreka. Wewe ndio unafanya. Ni wewe. Na Mungu anajua bado anakuchukulia akiwa mbinguni. Musa alishakuwa mistake alifanya. It was immaturity. Na kama ulifanya ukiwa immaturity, God will forgive you. Bwana Yesu asifiwe sana. Undu kama kione mahitia maria wekire, wekire tu kira wekire tu. You are immature. Don't let these people suppress you. Don't let these people think bad about you. Don't even let these people have an opinion over you because you are immature. God only knows I was immature. Hivi vitoto vyote nakwambia nilisani kwa 19 years. Watoto wangu wote wameachana na miezi 6. Watoto 18. Sasa hapo kule mbinguni nitahukumiwa? Nitahukumiwa? Dakika na miaka 11. Wewe na miaka 11 nikiweka. Wale dhukuru. Okeka, mahapiri gani? Mahapiri. Number 28. I went for a walk. But now. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo when you are in the process of God, you are prone to mistakes. You are prone to challenges. And these challenges are not meant to destroy you. Are meant to produce that good product of God. Are meant to produce that good man of God. When I was in Mungiki, when I was doing all my life there, I never thought I would come to preach to you.
I never thought kuna mtu atatoka nyumbani kwake masaa kama hii anafaa kuwa kwake akiangalia TV ati yako hapa akinisikiliza. Sikuwa najua, sikuwa nafikiria kitu kama hiyo. When I was making all these mistakes, I never thought that hiyo mistake itakuja kuwa billboard yangu. Kama saizi nikiambia watu mimi ni dideka omaraya ikegwire ati urauga tacokera rege mundu wa Ngai, siwezi. Ndio naonaga nawekaga billboard yangu hapa, nasema haka na hii na hii na hii na hii. Hii ni damu yangu na sikatai. Enda polisi ukaseme. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. And when you learn to speak the truth of your life, it is a point that you umefika maturity. Ukitaka kujua umefika maturity ndio unasema kana kauni gakwa na kauni gakwa na kauni gakwa without blinking. Ati niye ndaregetharia kemumaraya ni hivi unaniona hivi. Nilikuwa nakoboa rojini 4 naweka moja hapa na ingine hapa na ingine hapa na ingine hapa. Wewe wadieko girigiri tuko hivi karadhi kaa chini kuna hiyo mangao utaacha. Wewe ni mdurugeta ya Mungu, kaa hapa. Si walikuwa wamekupeleka polisi, wamekupeleka kwa madhare, watu wamesema umegoroka. Huyu mama wamemuitia mpaka polisi wampeleke madhare, na ni mama yake na watu yao wakampeleka. Sasa polisi wakakuja akamwasema peleka kuja wakampeleka polisi. Yeye ndiye aliendesha gari mpaka polisi wakarudisha moderato alivia gari. Huyu ni mwenda wa simu. Walikuwa nataka tu wadugwe shindano, na angedugwa shindano sasa hivi angekuwa anaokota makaratasi kwa barabara, kwa sababu she is a prophetess, ni nabii. Na sasa ukalia wameanza kumuita na mara muita na kanyogo ikarau Vikiriria, this is meant for you. The process ambayo umepitisiwa, the hard process ambayo umepitisiwa. Bako ulikuwa nakuja hapa siku nyingine tumeongea na yeye tukienda Kerugoya, akaniambia hana petroli. Sasa nikamwambia kaa hapa nitakupatia. Wakati nilianza mahubiri alisikia kitu ilimwambia, umesikia pastor ameanza kukuanika. Alitoka akaenda akafika huko chini akauliza, akaambia mtoto yake pastor amenibetray. Akamuuliza aje, sikia hiyo mahubiri yote ni mimi amenihubiri. Kumbe ni wale walimuita na kanyogo, because wanamuita adugwe shindano ya wenda wa simu. Na ukidugwa hiyo, that's the end of your story. Ukidugwa tu hiyo, you confirm what they want and you sasa umeigizwa kwenye process ya kuweza madawa. Ndio naona watu wengi mwaenda simu kienda madhare, na nataka hivi karibuni tudie madhare tuende tuombee hawa watu wataachiliwa. Hao ni manabii. Hawa watu wako madhare, si wenda wa simu. Mtu yote unaona ametoa nguo is a prophet or a prophetess, ni mtumishi wa Mungu. Lakini sasa walimduka shindano na wakamfuga. Wengine wakamfuga kama huyu gari huyu unamuona hapa. Sio anapenda kulalala. Maana alikuwa anatembelewa na guka yake. Na guka yake anampeleka mpaka pale alikuwa ameficha miano. Na guka yake alikufa 1900. Anakuja usiku anamuita okatodhi. Anamuonyesha hii gedhito iko hapa, gedhito ndio hii, gedhito ndio hii ule. Unaona pale. Alipokuja tukamkoboa, sasa yako hapa. He's a good person. These are the processes of God. And many mistakes we make. Na hiyo mistake umekuwa ukimake, don't worry about the mistake you are making. This mistake Mungu anaijua. It is because you are immature. Haujakomaa vizuri. Wakati nilianza kukomaa ndio Mungu alinipatia hii nyumba. Wakati tukiwa pale nilikuwa nahubiri mahubiri ya vita pale City Stadium, kwa sababu nilikuwa na wamama na wazee kadhaa, sio wengi sana, walikuwa kazi yao ni kupigana. Kulikuwa na mzee mmoja, the Late Dirago. Late Dirago alikuwa mtu mbaya kabisa, hata kuliko shetani. Alikuwa anakuja leo refle mundu wa Ngai nie jikalete ogwo ri ndona nyoka yoka mwana uko Nyeri, ndona nyoka yoka yarugama haha, na yarugama haha ri ndona ni kiongo kia mundu, na mundu ucio ni ndimui. Egethie kunuma ri dame gutha ngudi yombukire yoko kuri we ndona ya kuruma na hamu na atiriri eno atari nyakiambi. Sasa ukiwa immature, kama ungekuwa pastor immature, unaanza vita hapo.
Baba anasema kuna watu wako hapa ni manyoka, lazima manyoka itaondoka kanisa hii. Maonyoka lazima tunaikemea manyoka. Sasa unashinda manyoka na uliwekwa, ni neno uliwekwa, halikuwa. Unapoteza mwelekeo wa kanisa because you are what? Immature. Until you mature, that is when God will gonna bless you. Until you mature, that is when God will give you that business that you want. Until you mature, that is when you become that pastor that you want to become. Na utaacha vita. Sasa kutoka wakati nilikomaa, nikaacha vita. Maana nilikuwa na uziwa huo, naambiwa nimeona kitu. Mwingine akakuja, alikuwa anaitwa Jega, Prophet Jega. Akakuja akasema alikuwa amekaa kwa kiti kama hii. Akasema nimekaa hapa. Nimefanya hivi. Nikaona ubwa imetokea kwa ile daraja, kwa ile dirisha. Hiyo ubwa ikakuja, ikasimama kwa madhabahu, ikakaa hivi. Kuangalia vizuri nikaona ni sura ya apostle. Sasa anasema apostle wenu ni msherati. Sasa ukifika sana mimi napatiwa ripoti hiyo, na sasa kuna watu hapa wanajifanya manabii, wana shetani, ora makata, reketetete, ropopopopo. Sasa unashindwa. Sasa siku moja nilisikiliza kwa recording, nikasikia nikajiuliza reketetete, roko tototo, roko papa. Sasa nikashindwa hii ni nini? Na ilitoka kwa mdomo yangu namna gani? Maana ni rekekeke, roko kokoko, remememememe. Sasa nikashimba mpaka mahali nikaanza sasa nikaona busi imeingia ndani yangu. Roho ya busi ilikuwa ndani yangu. Bwana siwe sana. Na hakuna mahubiri. Nilisoma kama mstari kamoja nikaanza kulia kama kondoo. Kama sege. Kwa sababu ya nini? Immaturity ile ilikuwa ndani yangu. Sasa nilikuwa nafikiria nikishika nikitoka ati niende Moro, lazima niende na kanisa yote Moro. Kwa sababu nitakuta Karaja atanigeuzia kanisa. Immature. Sasa mimi nitaenda miezi kama 3 ngabo, naambia Karaja, naambia Sali, naambia wale wengine nimewaja. Kanisa sio yangu, kanisa ni ya Yesu. Na sitakuwa na wasiwasi. Bwana Yesu asiwe sana. Lakini zamani tukiwa pale, uniambia nitajia Karaja, atia. Nitaenda kuomba usiku. Karibu niwaambie mnyoza mchukue visa tuende na nyinyi ngabo. Ndio nisikute mmebezwa. So it takes time. It takes a process of God for you to become that vessel that what God wants to use. For you to succeed. Wacha kujali. Whatever is happening sahi, it's the spirit of maturity. Whatever you are going through, si ati Mungu amekusahau. Mungu adekoliganeirwo mami, daliganeirwo niko kurota ri urakura. Bado ule kwali naye na likai na libakuda na liakwenda na masaka na limakoto liteti ya masa. Ka uri o hau, tolo uramenya ate heste pwige gothie. Ngai neguka mahinda maria magereire. No kano egukugarurira muturire, no kano egutuma ritwa ria kuria barareke. No kana maundu ni megucenjia na andu ni mekuona Ngai ni okite. Because you are mature. Bwana Yesu asifiwe sana. Because you are mature and nothing will shake you. You will live according to the will of God. Utatembea kulingana na venye Mungu anataka. Na utakutana na ukikuwa mature, watu mature wataanza kukuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Zamani nilikuwa naangalia msichana kama huyu ananiangalia, kama huyu sasa ananiangalia. Naona roho ya Jezebel. Ninaanza kubabaika na kutetemeka. Na bia intercessor, mudeithie kuhoya. Hemu tumia dirona kukanitha-ini. Na dirona ena roho wa Jezebel. Hallelujah. Tukajia kuhoya. Baba ametwarega. Yatwaregana na roho wa Jezebel. Na mundu nigukenio arakenio ni kihunjio uria arahunjia, nigukenio akenetio akonaga wi muhunjia mwega, riu ni gukwandimaya nginya rimwe akarigano ritho rimwe rikagwa thiri ringi no rio rirakona ukona tari ritho rakuhingira. Wadhani agosho. Due to his immaturity and due to your immaturity, some of the most moments you tend to kill. Wakati huo nilitoa libakata dara makete. Kuna watu nilifukuza. Kuna watu niliambia toka kwa kanisa yako kwa sababu wewe ni ibilisi, wewe ni shaitani. I killed some souls. I killed spirits. Niliua watu ambao wangekaa. Saizi wangekuwa labda ni mahubiri.
Niliwafukuza na nikawaondoa katika maisha yangu. Kumbe walikuwa ndio wanishikilia nitembee, na ndio safari yangu ikakuwa mrefu kidogo. Kwa sababu the moment you remove one person, mwenye ambaye alikuwa ametumwa kwako, inamaanisha speed yako ya kwenda inapunguka. Immaturity inaua. Pray to have that maturity in your life, that even your wife ambaye mko na yeye, pray to understand this woman. Umujue venye Harrison anasemaga, understand the woman. Kwa sababu woman ana shida kukupatia story. Alisema Ng'ang'a aliniambia hapa wakati alikuwa ananiombea. Najua Ng'ang'a ndiye alikuwa ameniambia nisioe. Sio nyinyi mlikuwa mmekaa sasa. Sijuzi amekuja amesema nioe. Sigoredi, how many are you here? Sigoredis. Sigoredi nwa mkono juu. Ya igwetu ndio mema sigo. Doge yangu wako. And due to immaturity in his life, after causing all these mistakes, after kujikuta kwenye makosa hii, akienda makosa hii, akienda makosa hii, it forced him to run away. When God wants you to mature, when God wants you to mature, he must remove you ile nasari alikulelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio hiyo sukuma wiki, ndio hiyo cabbage, ndio hiyo cabbage iende imee na ikue kubwa, inatolewa kwa nasari. Na kutolewa kwa nasari, when you are in the process of God, unangolewa. Sio bado inangolewa kwa hako kasidi, kana ngolewa, kanaenda kupandwa kwa shamba. Na wakati wa kungolewa kuna misisi lazima ikatwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna lazima ufinywe. Kuna kanyama kalikuwa kamekaa hapa kameshikana na ukuta, lazima katolewe, na kakitolewa ni kuigwa karuokeho, ni guthiago gikago okiga dago ila. Musa wakati alikuwa amefika mahali, due to his immaturity, alifukuzwa. Maana ya ule mtu aliua na akatolewa bio na akatoroka. Alienda into unsettled charted waters. Kule alienda, he started afresh. Everything that he had planned, everything that he lived for, the comfortable life he was living on for, yote ikaharagana. Na akaenda kuanza maisha mengine. Na in the process ya kuanza maisha mengine, alitoroka kwenda kujificha. Kumbe kifuko yake imeanzishwa ya kazi. Wakati alitoroka akaenda kuishi kwingine, ndio maisha yake ilianzishwa. Ukifukuzwa mahali huko, ukichokorwa mahali huko mpaka utoke. Ulikuwa kanisa hii tunakufuruga mpaka unaenda kanisa hiyo ingine. Huko umetumwa uende ukaanze kazi, ndio kazi yako iko huko. Usijali, usiende na bitterness, enda ukisembia Mungu, hallelujah, my destiny has started. Wakati waliuza Josefu hakukuwa na mtu, na hakukuwa kumetagazwa kuna watu wa kununua mtu. Hakukuwa na plani ati hariadu maroka kugura mundu, na hakukuwa na hiyo agenda ya kununua bana. Lakini Mungu alikuwa amepanga, na alikuwa anajua Joseph is about to be killed, I have to rescue him. So what happened? Alisababisha watu wengine walikuwa wanatembea, wakitembea tu wakienda kutoka bali wakienda kwingine. Akasababisha wakuwe na pesa kwa mfuko, maana wakati sio wao wali approach kutaka kununua mtu, ni hawa watoto brother zake ndio waliambia wale, no mwende kugura mundu, because the journey has started. When the journey has started, all the enemies will create the way. Those yaku nicio cigũgũthondekera njĩra. Barabara ciaku ciambĩrĩria, njĩra yaku yambĩrĩria, those yaku nicio cithondekaga njĩra ya harĩa hangĩ ũgũthiĩ. Hakuna watu walikuwa wametangaza ati ya kwamba tunanunua mtu. Hawakuwa na kero kusema neturagura mundu, neturagura chupa na debe na betri. Wazee walipitaka kwenu? Alikuwa naitwaje? Wadede. Wadebe shufana debe. Wadebe shufana debe na shufana debe na mabetri na gazeti. Hawakutangaza. Lakini hawa ambao walikuwa wanapanga kumuua, katikati yao Mungu akazungumza na mmoja, akaambia hawa wengine useni mtu. Kwa sababu already watu wa kununua, Mungu alikuwa ameanza kuambia aseni safari, kuna mtu mnataka munibebe. Na wakaanza wale wa kununua, walipoanza safari, huyu kijana brother ya Joseph, huyu mwingine akaanza kufikiria badala ya kuua tuuze. Bwana Yesu asifiwe sana. Walipo idea
idea hii ilipoanza kazi, ile idea nyingine ikakuja, zikakutana mahali. When God is working on you, he causes things to work simultaneously. He will cause even things you are not prepared for to come to pass. He will cause everything. Atasababisha watu ambao hawakuwa na haja ya kununua, anawaambia nunueni, maana huyu ni mtoto yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Because hawa watu hawakuwa na mpango ya kununua, hawakuwa na mpango ya kwenda kuuza, because they didn't know how to go. Now immediately waliponunua kule kwa mfalme, anaitwa nani? Potiphar. Vakasi kaza, Mungu akatengeneza vakasi immediately. Wakianza safari kubeba huyo mtu kwa puda, hiyo wakienda safari kwa Potiphar kukatengenezwa kazi mara moja. Kwa semekana hesabu haiendi mzuri. Kumbe huyu jamaa ambaye ameanzishwa safari yake huko atahitajika, hesabu itahitajika, maana jamaa alikuwa anajua hesabu. Bwana Yesu asifiwe sana. God causes things to work. So don't worry of the situation you are in. Don't worry ati wamekufukuza. Don't worry ati wamekusahau. Don't worry ati wamekuacha. Dukamake ate ne magoteania, ate ne makoigata, ate ne makofuta wera. Wafuto wera todo wera waku no wambereria handu hangi. Wafuto wera todo hanu ikarete muno. Wafuto wera todo hari urathie niho hega. Wafuto wera todo ne mahaririirio andu agugutwara to the next destiny. Bwana Yesu asifiwe sana. Joseph hakuwa anajua, alikuwa anafikiria amechukiwa. Hakuwa anajua hii ni gari ya kumpeleka to the destiny. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndamenyaga teno niyo gari yako mutwara kirathimo-ine giake. Eciragia family itu ni menete muno. Eciragia andu aitu matinyendete. Reke wikare kwendo na ukorwo uri process ni ya Ngai. Reke omeno no meno makiria muno na ukorwo thiini kemena keurume na ruu niyo process ire iragukinya kuria Ngai endaga. Rumena ruu niruo rutumaga na niruo ruragutwara haria hagereire kirathimo-ine kia Ngai, wega-ine wa Ngai, utugi-ine wa Ngai. Makunyarara merenyararai na wona matira konyararoka makinyaga negetha makonyarare negetha uthiange na ihenya. Chokothaga andu anyure mo kamaruma ukamerania kiundu negetha makomene, negetha makuhure uyume kuu. Mwathani agocwo natageria konjogotha kuringa. Number 3, Moses served others while he grew and matured. Servant leadership. Musa agikuraga athire na mbere na guserve brothers yake na andu hao. He served others while he grew and while he matured. Maisha maku ile life unakaa, nendelea kufanya kazi, endelea kuserve. Wacha kiberebere, wacha kiharaka haraka, wacha ujuaji ati wewe unaweza kutukana kila mtu, unaweza kuwa wewe bila wewe ati hiki kitu haiwezi kufanyika. Itafanyika. Dunia itakuendelea. Makuaga na kugathie na mbere. Kenyatta ndakuire na bũrũri ũgĩthie na mbere. Na andũ Wakikuyu walikuwa naamini Kenyatta akikufa iji imeisha. Sasa tuko wapi? Hapa tuko ni wapi? Ati Kenya haitaenda bali. Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Ni bali. Nani president? Ruto. Wameweka Kenyatta hapa, wakaona hawazi wakapeleka nyumbani. Yes. Walitoa Kenyatta hapa. Waliona ni kazi bure. Bwana asifiwe sana. Because what? When you are growing, continue serving. When you are growing, continue being with the people. Continue to continue doing things, serving people, you mature. In the process kama sasa hapa, mimi naamini mwaka hii ikienda kuisha, hii tangu ile tulikaa hapa, nataka tukae hapa 1 year only. Hapa 1 year only. Na hiyo 1 year ni miezi, utoe miezi kama 3 ya kujenga mahali tunaenda. Mwathani agocwo. Because I know as I'm doing this work I'm doing, God is maturing me. He's maturing me for a greater people. He's maturing me for a greater job ahead of me. Tunaenda bali. Neturadi kuraihu. So as Moses was growing, he continued to serve and he continued to become mature. So that is a principle that you need to understand. That when ukipatoka position kadogo, nyenyekea zaidi.
Ukipatiwa uambiwe wewe ndio utakuwa ukipika chai hapa, nyenyekea zaidi. Ukiambiwa ndio utakuwa ukioza nyumba hii, nyenyekea zaidi. Ukiambiwa utakuwa pasta, nyenyekea zaidi. Maana hiyo ni tesi umepatiwa ya kwenda mahali unaenda. Na unaweza kukufia hapa. Mwathani agocwo. Haha ni gukwiraho. Ate tondu wero hatage kanitha waje guthuriria andu guku, utakufia hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ate tondu nuona kidak dak toro dak ad hadisamu. Ugeciria riu aya angi matikona mundu. Ngai akwehagiriria kimundu kiu akiheaga visa gagitora ruraya. Gakinya kuria gikarenga thimu chwi. Hello, 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 hello. Apostle, doka hoere. Ni muthuri wakwa turare ndugu. Na gethie ruraya mane turendanite. Ni ndio inde kekera munyitire. Ari akiugo kemwetu. Wewe ndio ulinyeta, Mungu akaona umenyeta, alikupatia mwanaume mzuri. Ukamunyetea, anamuondoa anampeleka gabo bali kidogo. Alafu nakuletea mahuru ya watu. Mahuru inakuja kukwambia darling, hi baby. You know what? I love you. Kahedio kemodo. Tawale watu athiere njira bana ndereva wagitoka gya kwa ugecagi. Eko neto ngari agathambia. Ukona mundu mena njirova. Ugathie ukahiurio ugacoka karekio. Gigoka kina burado na nigetereva. Gigoka gikahiuria gigathie. Ugaga kina ndereva wa itinga. Atara kamegoko kuria meru. Narongete gucerera mwari wa nyina. Ugicoka kuthikiriria ri. Uhuthiritwo gatwika gitangari. Tondu no aregire gukura. No aregire kumachua. Mwathani agocwo. Era mwenzako hau geria kumachua. Geria kumachua. Geria ira mwenzako guku tutiukite gucaria tora ndaki. Ira mwenzako wako we mutumia guku tutiukite gucaria tora ndaki. Tukite gucaria kiugo kia Ngai. Tukite gucaria Ngai. Ira mwenzako tukite gucaria Ngai. Guku tora ndaki ndaronekana. Guku tora ndaki ni mukuwe. Guku tora ndaki ni mutukuwe. Haleluya. Ni meda komelia bigiji mamelia. Hi. Hi day. Are you okay? Are you a brother to Moses? Or are you Moses? Ni uragere tolie mwenzako. Unajiona hapa ndani ya Moses. Mpaka hapo tumefika. Ulisha mwenzako. Mpaka hapo tumefika. Umejiona kwa Moses. Yes? Hallelujah. Ni ule ona riu hau. Ate maundu maria uragerera Moses ni Moses mutheri uyo. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Kweli. So he ran away from people who were trying to kill him, and he helped the 7 women. Bwana alifurushwa, na katika kufurushwa kwake alijikuta mahali kulikuwa na wanawake. So God will force you to mature if you don't want to mature. Kama Mungu amesema wewe ni servant, kama Mungu amesema lazima atakutumia kama vessel. Jage, utatoroka na mahali utatorokea, utaenda utafukuzwa na Mungu mpaka uende mahali utaanza kazi yako. Wakati alifukuzwa wale jamaa, kumbe Mungu ndiye alisababisha mtu auwe. Kwemehia magege yetekageria mekeke. Mwathani agocwo. Ngai niwe watekirie kimundu gike kiura. Tondu ni akiamurite maguta maria methi-ini waku. The anointing that is in you will cause you to do damages that will cause you to be unstable so that you do the will of God. Hallelujah. Ile maguta maria methi-ini waku megutuma wagane uhirane ihu utengerio ni uhirane kwa gitonga. Munene wa borithi waje gucario. Ginya uri uthioke hithe Mombasa, wakinya Mombasa utonyerere uhikure kanitha ku uhunjagie ihoye Ngai. Ukiro ni munabii, ukiro guku ni kwa Ngai aragwitire. Ukahuya nigetha aria muhingo maitho. Baba ninawafunga macho ribaka teke pakataka teke taka. Okay, higa ndo aria mariganirwo ni wahiranite ihu. Githe ni Ngai urenda gugutindika uthie Mombasa ukahingure huduma ku. Tondu ni uraregeire Nairobi, tondu ni comfort zone. Bwana Yesu asifiwe sana.
the comfort. God removes you from your comfort zone. Depending on the amount of the anointing that is in your life, God will cause, the higher the anointing, the higher the damage God will cause upon your life. Bwana Yesu asifiwe sana. The higher the anointing, the higher the higher the damage. Utaua watu wawili na utaanza kutafutwa na DPP. Na unajua DPP ni nani? Na faili zako zile kwenda kwa mitandao, utoroke uende Mozambiki kujificha huko. Kumbe huko ndio Mungu alikuwa anataka uhubirie watu wa Mozambiki waokoke. Na ukianza kuhubiri, kesi ya Nairobi inaisha. Hata kunaanza kusemekana hata si it was mistaken identity. Kwa sababu umetoka na umeenda to your destiny where you are supposed to be. So God causes things to happen. God causes challenges to happen in your life so that he can use you for his purposes. So are you in that, Moses? Are you looking at yourself? Niureona how mwathani agoshwa. Number 4, Moses was called to do something beyond his natural ability. When you are called, you do things that are beyond your natural ability. Yani atomaga weke maundu makirite we mwenyewe na hinya waku no hotani waku na roho waku na weki waku wothe. Atomaga uthie weke maundu beyond makirite we. Ginya atomoka magakuragia enowe. Mwathani agoshwo. Ujagia wakejo kete andu makajuria tiriri kirira kiurutaga ku tekaide mwire horo ama ni ona nithi ya uthikiriria kuigwa mundu ucio uri akugaga nona kiujo kide ahujia ta makatio niko kirauma guthie mucio guthikiriria ura ikuhujagio gathomero na ni gathomera kaundu hau. Mwathani agoshwo. He causes you, atumaga weke maundu matari maria me beyond. Anafanyanga ina hiyo ni kalenjini za Moses was called to do something. You are called. Wetito weke maundu makiranite na hinya waku beyond your natural capability. That is why you have been called. That is why God has brought you to this place today. That is why God has called you to serve him. Maudu ine macio nigetha wikage maudu makirite we wikage maudu makiranite na ikiro ciaku urugamage na irugamo rimwe atendu makuona ugo makamenya yes this man yes mundu uyu ri ekaga maudu supernatural. Are you in that? Ama wewe ni mtu akukuja mkiona weka hapa? Can you be able to be called from the midst of many people na ukue the shining one? Can you stand? Can you outstand the challenges of your life? Can you understand the challenges of your community? Can you outwin the challenges of your country? Na unasimama na unatoa kistatement. Hata mimi natoa kistatement hapa kingine mpaka naenda kujiuliza enoni edutireo. Bwana Yesu asifiwe sana. Moses tended on his father's-in-law cattle. Yani wakati alienda huko, wakati alikutana na hii wasichana, alikutana na kimwanaume kilikuwa kinazuiaga hawa wasichana. Wasichana wakamwambia hatuchoti maji kwa sababu kuna kimwanaume kinatuzuiaga. Alikauliza kiriko ni kiriko kiu kigegirio tahe mai. Akamwambia ndio kile. Akaenda akakishika, akakifinya kama kile kingine aliua. Akakifinya mpaka kimutu kikatoroka. Wakati Mungu ametengeneza barabara na kupatika nguvu zingine ambazo hazina watu wengine, alifinya kijamaa kilikuwa kinamwambia tanyiwaneko kwale. Akakanyaga. Wakati alikiachilia kimwanaume kilitoa bio. Wasichana wakachota maji. Wasichana kurudi nyumbani, walirudi mapema kabla ile masaa wanarudiki. Baba yake akawauliza, ni kwa nini leo mmerudi mapema? Akawaambiaje? Leo tumesaidiwa na jamaa. Kuna jamaa alikuja. Huyo jamaa alizotietwa na mundu tocio kimundu kiraihu gitoroke hadisamu kina hinya Jethro akawaambia mundu tocio ndatigagwo murehe mucie kibieni murete iyo mutu hapa mundu roreria ona Jethro akagaria kaza mundu roreria ndota ciakwa ucio wahura kijamaa kiu ri kiraremete itura ni kirigo kiu mundu tocio no uthure mundu tocio no uthure mundu tocio ndukiaje kumucaria. Baba akaambia wasichana kibieni mulete huyo mtu. Wakaenda wakakibia wakamulete. Alipofika nyumbani
Musa akasema wewe tulia. Musa akajua mwili tu mwenye hela. Hapa kwa jambo liwe liwalo. One daughter out. Akajua amebaki na ngapi? Na 6. Jamaa akafika. Maana Mungu ametengeneza destiny. Mungu ametengeneza mpango mzuri. Mungu ametengeneza njia nzuri. Tengeneza inua hizi. Mungu ametengeneza kitu. Kwa hivyo atasababisha tatizo lako na tatizo la yule mwingine lishikane pamoja liweze kukuinulia njia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mathina maria urahitukira riu ti mahithina moru. Tondu nikio ukucemanagia kwina ndagitari. Inde mandagitari ta Karwa ya meguku. Karwa thondekaga maitho. Karwa thondekaga maitho. Agiuka guku kuhoya tondu ni muhoi Ngai muno ri. Ahoyaga wira wiki atia? Ahoyaga wira wiki atia? Niki giki. Urware maitho. Mwathani agocwo. Mundu wa moshari tondu guku ni na member mu wa moshari guku ri. Aka to ni arehage taithi yakwa ri. Yake ri. Arehage taithi nigetha kigikike. Wira wagire. Wira wa moko rathimo. Ithe tuko taithi rauga. Rehei macunje manyu ma 10 na ki? Na maruta manyu. Muone kana ndikumuhingurira mirango na dirisha. Mundu ucio wa moshari oka guku nyonaga ki? We tajira. Mundu ucio wa moshari ri aingira haria nyonaga ki? Niye nyonaga ki? Idayo ataithu nyonaga ki? Wira mundu uria wagire. Oguo niyo na nigigituika member wakwa ke. Mwathani agocwo. Ihoya rĩa mũndũ ũcio nĩ rĩrĩkũ? Wĩra wagĩre. Andũ makue. Na makue arĩa mena mbeca. Tondũ ena mochari yake nĩ ya itonga. Au ahoyaga itonga ikue. Roda. Ahoyaga itonga ikue. Andũ maratwarithia njuku. Nĩgetha ithandũkũ rĩmwe rĩkendio 200,000. Nĩgetha ciana ciake. Ta rĩu aranjĩrĩte atĩrĩrĩ, ciana ciake ithomagĩra Switzerland. Aretio school fees ya 3,000,000. Wanyita arahuriria thimu aranjira ndagwikiria kanyamu ni undu wa crusade ya moro uhoere wira wagire. Nigetha andu makue nigetha ne mbeca cia gutwara mwana wake Ruraya. Hallelujah. Na niĩ ndĩratiga kũmũhoya ndamuhoeire akinjikirie kanyamu. Yes, andu marakihonokire. Yes. Athike. Process ya Ngai ĩrute wĩra. Eto tirathoma rũgano rwa Musa. Kana turathoma rũgano rwa Musa rũrauga atĩrĩrĩ. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni process. Ni nginya ũgererega process. A true Christian life. How do you find a true Christian in the Moses story? Thĩinĩ wa rũgano rwa Musa rĩ, nĩ ũreyona. Musa areretwo ndareretwo wega ta ciana iria ingĩ. Amekamata timama, amechukua amesaidia. Wao watoto wameenda, wamebeba maji, wamepeleka nyumbani. Walipofika nyumbani, baba akawaambia nendeni huyo mwanaume. Alipokuja alipatiwa kazi gani? Alipatiwa kazi ya kuchunga mbuzi. Remember the liberator. He was given kazi ya kuchunga mbuzi. Mungu amekuandalia ka position kwa sababu through ako ka position ndio kanaenda kutoa baraka zako. So don't worry, don't even usiangalie chochote ambacho kinafanyika kwa maisha yako uone ni kama ni kakitu kadogo. Hako kakitu kadogo is a stepping stone. Ndio mawe ya kukanyaga kwenda the other side. Ndio mawe ya kukanyaga ndio uvuke the other side. Bila kale kamawe kana kuoga kwa mto ukanyaga hivi hauwezi kuruka the other side. Musa aliambiwa kutoka leo ndio ukue mtoto wa hii nyumba wewe ni urerithagia mburi tondu githia kiu gitiari na mwanake. Hakuwa na kijana, alikuwa na wasichana. Ndio sasa amepata mtu ya kuchunga kondoo. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaambia Musa, sasa nenda ukachunge kondoo. Kumbe kondoo ndizo zilikuwa zifanyike destiny connection ya mahali unahitajika na Mungu. So mahali Mungu anataka ufike, utafika. Lakini njia za kwenda huko, ukikuwa mjinga, if you are immature, you will not see them. Hautajua ni Mungu amekupeleka huko. Hautajua ni Mungu amekuweka hapa kwa praise and worship team. Ndio uendelee kuimba, uendelee kunyararwa, uendelee kuambia maneno, kumbe ako na mpango ya kukupeleka the next step. You must be low. You must sit down for you to be lifted up. You must be small for you to become big. You must be hopeless for you to have hope. Bwana Yesu asifiwe sana.
Lazima ukuwe na njaa ndio upate kukula. Lazima ukose ndio upate. Bwana Yesu asifiwe sana. Musa, kumbe kabarabara ka Musa ni kamatezo ya kujipata kwenye hali ambayo ni tatanishi. Aliua mtu akafukuswa. Na alipofukuzwa alienda akapata kimutu kingine karibu bado akinyoge kwa sababu ya wanawake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kule nyumbani nasikia stories zinasemekana ni kemodo ni kairetu aliona msichana. Na kwa sababu ajui kujitetea alikuwa stamara. Sasa alikuwa anakuja, huyu anataka, huyu anakuja. Sasa kwa sababu unajua kuweka mistari, mama anakimbia kwa mistari. Ona muuliza, "Oh, dina stamara yako. Unaenda na hiyo stamara wapi?" Alipoitwa stamara, alishika kimusi akafinya na akazika peke yake. Imagine mtu raora kana akadhika. The same story ya mama ikajitokelezea the other side. Akakuta mzee ambaye anazuia wanawake wachote maji, akanyorosa na akapiga na akakalia na akamumwagilia maji. Kabia wasichana, choteni maji muende. Mimi nitakaa hapa nichuge nione kama atawafuata. Walienda wakarudi wakamkuta hapo kwa sababu hakuenda. Si waliambiwa ni muendeni. Kama alikuwa mpita njia angekuwa ameenda. Hata kama ukilala, mami, hata ulale, tutaendelea kuhubiri. Au tustui. Hiyo ni process moja. Hiyo ni process moja ya kulelewa, ya kufundishwa. Ati alilala, the story imeingia hapo. Na akalala na akasinzia na akaota akiwa huko kwa Musa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Musa akapelekwa tena akakutana na hawa wanawake, akawaokoa. Waliporudishwa walimkuta the same spot akichuga. Hiki mwanaume kisikuje. Because he was meant to be a leader that can lead and that can fight. He was a liberator. He was a commander. Ni mtu mwenye hatishutishwi. Yes. Ikarawa utishatishago. Utatishwa watakumaliza, watakukanyaga na watapita uende uko mbele. Jamaa alikanyaga huyo mwanaume na akaenda. Wasichana walipoambiwa muendeni mumtafute, walienda the same spot wakamupata. When you are matured and you are a leader, you position yourself. He positioned himself. He put himself in a level where anything will come and identify him. Na akakuwa identified. Walipokuja wakamwambia baba yetu anakuita nyumbani, wakatoka hapo, wakaenda akamwambia choteni maji ngine twende, na akabeba. Nasikia alibeba metoge moja hapa, mwingine hapa, mwingine hapa, na anaenda tu hivi kinakanyaga hivi. Alisema oyo niwe gweda. Oyo niwe gweda. Inakwata. Oh, nale. Oyo niwe kweda onare na irema mokono magoro sidirikana ya dhogoro ria ndaiwa dhogora wa kumudu kiituo akanyoka mtu ndio achote maji, akarudi huko akarudi akabiwa nedeni huyo mwanaume ni dhogora. For you to be anointed, for you to become what you want to become, lazima ulipe dhogora. It does not come just that way. It is not by the way. You have to suffer. No ginyonyororio. Okwiro ginyadwa shurate idiare fiasio ni okomaga nao. Nishe nashe ni ureda kwetia. Nishe nashe ni doe konyarira. No gayorio turaga muoyo. No yega atuma muthenyo mwe. Mako na makaugaga. Oyo niwe watohonokeirie ciana. Mako na makaugaga. Oyo niwe wacenjirie mitugo woko. Mako na makaugaga. Eno ni ndungata ya Ngai. Hallelujah. Musa alipopelekwa nyumbani hakusaswa na maisha eti kwa sababu alifanya vizuri. Musa, baba ya Musa, Jethro, aliona mtu wa kuchunga busi na akamwambia sasa, akajua busi zangu kutoka leo ziko safe. Kama mwanaume ni huyu, ziko safe. Kumbe Mungu ndiye alikuwa ametengeneza hizi buzi zikae kwa Jethro. Alafu akanyima Jethro mwanaume hata moja. Bwana Yesu asifiwe sana. God creates a God plan. Inaiteka kama haiendi, ni kama inaenda, ni kama inarudi, ni kama inaaguka, ni kama haiaguki. Hiyo ni plani ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. His plan is never straight. Hana mpango, Mungu hana mpango straight. Inaiteka ni kama inaenda, ni kama inarudi. Akanyima Jethro mwanaume mtoto wa kiume, lakini akampatia buzi. Akijua kuna mtu anaitwa Musa ninatayarisha. This is part of his process.
atapitia hapa. Whatever situation that you are in now, it is a process of God. Whatever what is happening to your life, don't worry about it. Just set yourself ready. Ukimwangalia Musa, kwa jambo lolote lile alitumika, alikuwa ready for the purpose. Alipokutana na wanawake, aliwapigania. Alipokuwa kwa Herode, alifanya kazi ni kama yeye ni mtoto wa huko. Alipofika kwa Jethro, alichunga kondoo ni kama hatachunga tena. Kwa sababu that was the journey. Kuna pattern yako ya maisha, ya journey yako mahali unaenda. There is a pattern. Don't copy somebody's pattern. My pattern is different from you. Don't copy what is happening in my life. It is happening in my life because it is so. That is the arrangement from heaven. Musa alipoenda kuchunga busi, busi zilimtagulia, yeye alikuwa nyuma. Kwa sababu busi zinajua kule zinaenda kukula. Yeye akiwa nyuma, busi zilimtagulia zikaenda. Busi zilielekezwa mpaka mahali kuna kichaka, maana kuna moto lazima iwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo kitu unafanya ndio kinakuelekeza where you are supposed to be. Hiyo biashara unafanya, hiyo ndio itakupelekeza mpaka ukue na supermarket. Hiyo kitu unafanya saa hii, what you are doing now, it is meant to make you go where you are supposed. Just nurture it. Ishikilie. Kaa kwa hiyo kazi kidogo umepatiwa. Kaa kwa hiyo kazi ya kufagia. Kaa kwa hiyo kazi ya kuosha vikombe. Kaa kwa hiyo kazi umepatiwa ya kuosha maguo na maadawa na kila kitu. Kaa kwa hiyo, maana ndio inakupeleka mahali unakafaa kuwa. Alifuata buzi, nazo buzi zilimpeleka mpaka ndani ya kichaka. Alipofika kichaka, moto ikawaka. Akaangalia padi kuna moto, akaangalia padi kuna moto, akaliwa gaiba hapa, akagwadia tena. Akashindwa ni nini? Kustuka kidogo, akasikia sauti, akaambiwa, Musa, Musa, mimi ni Mungu wako. Mahali umesimama ni patakatifu. Toa viatu. Akavivua viatu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana buzi, maana wasichana, maana Herode, maana mtoto wa Herode walitengeneza barabara ambayo imempeleka mpaka kaida kukutana na Mungu wake. Hata wewe unaenda kukutana na Mungu wako at the right time, at the right position, at the desires of God. You are going to meet your God. Unaenda kukutana na muujiza wako, unaenda kukutana na baba yako. Dogo shamani ya nagai wako, maida ine maria magereire, kaida ine karia geko, maeneo ine maria memo, maudo ine maria magereire, na matuko maria magereire. Ni urashamania na gai wako, gai wako nimewashamania nake. You are meeting him there. Bwana Yesu asifiwe. Oh my God. Moses protested of the plan of God. Some Exodus, somebody to do us. Exodus 3:11. Exodus 3:11 quickly. Naona kila mtu hapa amejitafuta kwa hiyo life hajajipata. Kai. Uko mudhiri mnajeria kinya gociaro. Muri hara karoine. Mwana Herod. Hello. How are you? Yes, Mami Rose. Rose Degwa. How are you? 3:11. Exodus 3:11. And Moses said unto God, who am I that I should go unto Pharaoh, and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt? Who am I? Hallelujah. Wakodo kinyete hau wakuria ni kare niu. Jeremiah akamwambia Mungu, mimi ni mtoto, siwezi kuenda, niye ndi mwana, ndingehota guthii. Na kejeke akira Jeremia, usirudi kusema wewe ni mtoto. Na akashika mdomo yake, akauguza, akaweka maneno yake. As long as God is with you, as long as God is walking with you, he has put his word in your mouth. Don't worry of what they are going to say. Don't worry of where you are going to, or don't worry of what you are going to say to them, because God has touched your mouth. Chochote anataka ukakifanya, he has prepared you as a vessel. Amekutayarisha wewe ni vessel. Ametayarisha mwili wako, maana ni kazi yake. Ametayarisha nguzo zako, maana ni kazi yake. Ametayarisha watu wa kukupokea, maana ni kazi yake. Na kila kitu kitafanyikana kwa mapenzi ya Mungu. So don't bother people. If God has given you a responsibility, wacha ujinga wa kwanza kujiza gwajiatea.
Moses alianza hiyo ujika. And Moses said unto God, who am I? Todolesi wewe. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha hiyo upuzi. You got the mantle. You got the power. We na hinya. We know hoti. We na maweko. God is winning your battles. God is doing your battles. God is conquering them. God is conquering positions that are unconquerable. Ego kuhotaniro hiano guo. Ego kuhotanira muthuri uyu ndekugite ni eguthera umuthi. Muthuri uyu ahiana karani kaigoti. Ugiro uyu niwe Dankani Ndego wa CBK. Ndungirega. Ugiro uyu niwe wathaga Kenya mahinda maria Kenya yathagwo na miathanire ire yathanaga. Ndungirega. Nigukorwo mwaginia mucenjeirie muturire na muthuri uyu ri aja kuona riu ni kumaka kira kiramugia meciria ri ti nguo iciekirite kira kiramugia meciria ri ni kuria kuinuka tondu ni ararigwa atiriri aya marenda kunduta kuria ndurite niki tondu niamenyerete na meciria make na agaikara oe agirirwo gukorwo na thina ucio ni wathira umuthi ararigwa atiriri ndirathie ku araikara akenjeraga atiriri ni ndirenda gukwariria na ria ringi ndekwendaga kunjariria aenda kunjira kumura njira thie ndirathie unakesha mani haria agiekire arenda guthi kumenya muthuri haria gukoma na muthuri ndi aregire biu aregire augire ndirathie kanyumba karia komaga nikuo yathi gukoma na ugire gatire mwekondoro na ugire gatire mugerengeti ni arakara yucio nimona ni arauka ni murakari riu munegere microphone munyitere nyambe joke hanini yucio ni kire urenda kuinuka uthie kiambio okanyumba karia gaku undu ni ucio ri ici tiheagwo andu ona matiraigua tathimukari na muthuri uyu haria nja mubange uria ni muthuri wa kanitha guku aria atigarite niki ni hakwa njuke hau hanini nigutongote hariirie Moses doubts was sometimes louder than his faith. Hallelujah. Number 5. Moses doubt gajasi ya Musa ciari na mugabo munene gukira weteki wake. Hallelujah. Tondu ni akinyaga handu akajuria atiriri ni nyonire haha ihura na riu ndikirire akene na ndikeinuke Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Heni maundu akirigwo mahiana heni au kwega Hau ni hotore reu weti guthukia githomo giakwa
Shetani ashitwe. Number 5. Moses' doubts was sometimes louder than his faith. His argument with God centered around 4 main doubts. Nataka tuniambie, tulizeni sasa. Atumia haya. Matumia. Nwende alini. Uko huje. Moses' doubt was centered in 4 basic arguments. Na hizo ndizo tunakuwa sisi zote tunazo. Argument number 1. What do I do or what do I say? Doubt. What do I do? What will I say? Bwana Yesu asifiwe sana. Most of you, 90% of you, mumeuliwa na hiyo doubt. What do I do or what do I say? Nimekutuma eda Kiadutu ukaongea na watu huko. What will I say? What will I do? Gwekate na adu asio. Nimekuachia kazi mahali fulani. What will I do? What will I say? That is the greatest doubt. Nimekuambia enda Mombasa ukaanza kazi, huko kuna kazi. What will I do? What will I say? Nimekuambia toka kwa hiyo kanisa huko, muende uanzishe mahali fulani, maana Mungu anataka uende uanzishe. What will I do? What will I say? Hiyo ni doubt ilikuwa na nani? Na Yeremia. Ni doubt ilikuwa na Musa. Ni doubt imekuwa na watumishi karibu wote kwa Biblia. Na hiyo ndio doubt imeua watu. Vipawa mingi zimeuliwa na hiyo doubt. What will I do? What will I say? Na Mungu ndio mwana alipojua hii doubt inamalisaga ufalme, alienda kwa Joshua mara moja, akaambia Joshua, mtumishi wangu ambaye wewe ni mtumishi wake amekufa, na kwa hivyo amuka uende upeleke watoto wangu ambao nalitaka waende kulingana na ahadi ahidi mababa zao. Kitu ya kwanza Mungu alingangania kwenye Joshua, do not be afraid nor be dismayed. Alirudia mara 6 kwa chapter 1. Do not be afraid nor be dismayed. Do not be afraid of their faces. Do not, usifadhaike wala usiogope. Alisisitiza, alisukumilia, akahakikisha huyu jamaa kiasi safari ako pamoja, na akamwambia, mimi nitaenda na wewe, mahali utaenda nitakuwa na wewe. Akamhakikishia, maana what do I do, what do I say inamalisaga mtu. Joshua hakuwa amejitayarisha. Joshua was not ready. Moses died. Moses hakuwa ameambia watu wanaenda kukufa kesho. So Joshua was not ready for the mantle. And God knew. But God had prepared Joshua all through his life. Joshua alikuwa nakaaga kwa tent akitayarishwa. Maana God was preparing a commander, not a miracle doer. Moses was a miracle doer, but Joshua was a commander. Hallelujah. Those people, they are prepared kwenye zizi moja. They are prepared in the same church. They are prepared in the same institution. But they come out differently depending on how God wants to use you. Uria Ngai arenda gukuhuthira niguo agucomoraga. Ithuothe tureragirwo irioko-ini rimwe, tureragirwo handu-ini hamwe, tugakuririo handu hamwe, no icomokero ritu rigucomoka tofauti. Uguo ti kwenda kuhiana tani. Ndungihiana nie na nie ndingihiana we. Ureke ucomoke uria Ngai arenda ucomoke. Mwathani agocwo. Ureke ucomoke uria Ngai arenda ucomoke. Ndungihiana nie na ndingihiana we. Doubt number 2. What if? What if? Ategimoragia. Ena gikoni kugate. What if? Na ari koro. Eko gikoro. Eko niguo mami. No athomete githungu. Asa. Athomete githungu. Ciaria matathomithirie makirega guthoma. Umwerega guthoma niki? One ciaria makorire. Poleni. Ningumutwara thukuru mutikamake.
Mukurete oroguo. What if ingethie njurago? Ingethie njage gukinyaniria. Ingethie mage kunjigua. Ingethie mage kunjetekera. Ingethie madege. What if that doubt? Munaniambia nikaanzishe biashara na ikienda ianguke. Hiyo biashara unaniambia ya nguo na kwetu nguo sinunuliwagi, nitafanya nini? Unaniambia nikalime na kukikuwa na jua, kukikosa kunyesha. What if? Bwana Yesu asifiwe sana. That is the greatest doubt that has brought down kingdoms, that has brought down ministries, that has brought down beliefs of people. Self-esteem is killed by what if. Egethi taruke mundu gekete kiene ndirakienda na njiro uyu ni ndio mwarerie joke joya. What if yagithi majonore? What if? Kinya blush. Mwathani agoshwo. Doubt number 3. But I can't. I am not good enough. But I can't. I am not good enough. I am a stammerer. Digihota. Ugo wajira niguo ni kwega ni kwagereire. Ugo uga ni kwagereire no ni madigihota. Please excuse me in this. Monica. Ati ugo aigwa atire gorogo ha praise team. Ni kwagereire no ndirona ngihota. Nikio njeragirwo na ngioka kanitha rucine tondu ni ndirona ta itakuhota. Tondu haha hena bara ndirahota bara ici tondu hari noyo na hari noyo na ndiramenya matikihota. I'm not good enough. Ndingihota kuinithia tacio angore mainithagia. Ndingihota kuhunjia tacio angore mahunjagia. Ndingihota kuruta biashara tari ange marutaga biashara. Ndingihota kung'ang'ana na mbuku thoko ya gikomba tacio ange. Ndingihota gwika, ndingihota guthii, ndingihota. Sorry. Yes, but I can't. Yes. Ndingihota. Hallelujah. It is a doubt that imelemaza, a doubt ambayo imelemaza the process of God in your life. That doubt, but I can't. Yes, you can. Yes, it is possible, but for me, I can't. It has caused so many people who are business potential people who will be doing business, but they can't. Amejibelieve ya kwamba hiyo siwezi. Wirosho digerita. Ati kazi ya kuuza electronic nianze wapi? Niende Livaroli. Una imagine Livaroli ni wapi? Una imagine kule isiothe. Kugwe toforatia, gwajiatia. Na umewekewa duka na anko. Na saa hiyo mkolino hapa anauliza na alikuwa anaonyesha space takau. Na kukiata. Madhani ya gocho. And 4. Surely not me. Ushaiuliza mtu kama kuna mtu mwingine, kuna msichana mwingine niliuliza nikamwambia kanaye mali. Aliniambia surely not me. Ndile wake radhi yako. Kama natikira radhi niraikia. Ni wewe ndiraenda kuhikia. Surely not me. Nikihotana. You see, yeni uli aranyona ri tiguo. Anaona kimudu kingi, anaona kimutu ambayo hakieleweki, ni kimutu kingine kikubwa kinafaa kukaa huko kwa kina Ruto na huko. Anamwambia surely not me. Ushaiambiwa hivyo ukasema surely not me? Sidio? Surely not me. Wako digiuma. Wako digiuma mutane. Surely send someone else, not me. Die moro gajieko. Niase wapi akituma mtu mwingine, akipasta tuma mtu mwingine. Akipasta
Send someone else. Those are the things that have killed you. Those are the things that have destroyed you. The doubt system, the doubt syndrome that has caused you not to progress, has caused you not to succeed to another level. Because it is not me. Surely, find someone else who can go to the other place. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 6. Ni 10. Tunaenda mpaka 10. Surely, lazima tutoboe. Tunaenda namba 6. Na mimi nakwambia ni 10. Surely, umeanza kuuliza 5. Hi ma'am, Ngoigwa, Massive. Huyu nasalimia huyu. Hata wewe salimika. Hata wewe salimika. Yes, good. Na ninauliza tunacheka kanisa Thika. Kanisa Thika. Sema Thika. Tumepata kiwanja. Tumekoboa. It is ready. Sasa ile kitu nataka. Kuna ile tube ya 4x4. Mnajua? Tube. Chuma, ile chuma ya kujenga, ile iko ni ya kona 4x4. Nani unaijua? Tube. Inakaa neketoke hiana ni yoko. Mulipakisa hiyo piece, hizo zimefunga hapo. Hebu nipatie kiti. Nilishikie nani atanichukulia kiti? Tika kiu. Yeke. Ni okay yake temodrome au mami. Tube inua juu. Gegarurani. Tube ni hivi imekaa square. Lakini ni ile chuma mnono hivi. Umeziona? Zile mnono. Umeziona? Sasa chuma moja inatoka shilingi 10,000. Ya 21 foot. Sema 21 foot. Ni shilingi ngapi? 10,000. Na tunataka chuma 20. Chuma ngapi? 20. Sasa nataka mtu atanunua chuma moja. Moja. Kama kuna mtu atanunua chuma moja, inua mkono juu. Kama unajua utaweza ku afford 10,000. Nikuonyeshe venye Mungu atakujengea nyumba yako. Simama juu. Wale wataweza simama. Simama. We need 25. Simama. Yule unajua utaweza. Nikujengea nyumba yako. Nataka nikujengea nyumba yako. Ukijenga hiyo, naye Mungu atakujengea yako. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hiyo ni chuma 11. Tuatigie chuma sigana. Ni nani igere? Shoka 11 13. Bado 7. Ongezekeni. Hiyo ni ile unajitolea kabisa, unasema wacha kafadhili na tule. Na utaona naye Mungu. What if? Yes. 14, Chuma 3. Imekuja 13, 16. Hiyo ingine 16, imebaki chuma 4. Simama juu. Chuma nisiatigara inya. Ona no munyitani andu eri. No munyitani andu eri. Andu akai. Mutiraigwa kira ndauga. Ndenda gwakira mundu nyumba. Ndenda gwakira mundu biashara. Ndenda kuhikurithia mundu kirathimo. Rugama iguru. Chuma ngapi? Mshikana wawili. Tulikuwa na 16, 17. Imebaki chuma 3. Imeongeza ingine moja. Chuma ngapi? 17. Imebaki chuma 2. Na wewe? Chuma 1. Na wewe chuma 1. Nishikana? Nani? Pastor? Na mzee. Mwanyita ninashikana. Wewe utashikana? Chuma 1. Haya. Wewe wote mumejitagasa, mkuje mujiandikishe kwa huyu mjamaa. Na hiyo pesa naitaka latest. Ni muli heto. Nazitaka Sunday. Sawa? Is it possible with Sunday?
Yeah? Yes, on Sunday. Na simama tu nikuprofesaie. Kaya kuhekea na kuhe materials yako kwa nyumba yako. Thank you. Nimemaliza hiyo. Wakati ukisikia ripoti kama hiyo imekuja in the middle of the message, act on it. Kuna kitu Mungu amefungua. Bwana Yesu asifiwe sana. So number 6 nasema God's preferred timing being key element in Moses' leadership, time and journey. Time and journey. God preferred timing. Yani wakati wa Mungu. Unaona kama hivyo tumefanya hiyo? Ni wakati wa Mungu, kuna kifunguo umepatiwa. Kama ningemisi kwenda Moro, singepata shamba ya kujenga kanisa. Sababu hiyo ndio ilikuwa. And after all these things, God tested apostle. Tule tu pesa twangu tuote nilikuwa nimeficha. Nikamwambia sina pesa, akaniambia enda kwa account fulani. Enda utoe. Nikamwambia ni fixed, akaniambia die au ni fix. Bwana asifiwe sana. I tested me. Na mimi nilimtengenezea kitu mzuri. Simuliona? Kitu mzuri kuliko wasugu. So when you are doing in the timing of God, in the perfect timing of God, you can't go wrong. When you adhere to the prophetic moment that God is saying, this is the time I want to bless you, you connect with that prophetic moment, then God will lift you up and God will bless you for sure. Because already when it is its timing, wakati wake, God is a God of times and seasons. He's a God that acts within his timing. He's a God that acts within his opportunity. Then the opportunity he creates, he says, this is the time when Joseph was being sold, people to buy him, who came at the right time to buy him, to rescue him, to take him to where he's supposed. And when the time came, remember when he came and akaweza kutafsiri ndoto, alisema ni ng'ombe ni 7 na zingine 7. Ng'ombe 7 zimekonda na ng'ombe 7 zimenona. He was talking about season and time. He said he never interpreted kusema ni ng'ombe ambazo kutakuja ng'ombe mnono na ng'ombe, hapana. Alisema hizo umeona zimekoda ni season, ni miaka 7 ya ngaragu, na hizo umeona zimenona ni miaka 7 ya kohona. Ali interpret in times and seasons, na akatoa prophetic move, prophetic strategic plan depending on the timing and the season. So the timing for you to succeed, for you to be in the place where God wants you to be, you must be a good timer. You must be a good. Ukikuja Monica umeambiwa ukuje userve, and go pray, ask God, am I in your season? If you act within the season of God, from now henceforth, you will never miss the target. Uikagiriro reri iguru, and hiyo reri hautatoka kwa reli juu. Inakupeleka wherever you want to go, because it is within, iliachiliwa in the time, katika majira na nyakati za Mungu. Kitu chochote kiliachiliwa katika majira na nyakati za Mungu hakina struggle. And when Joseph was released, wakati aliachiliwa kwenda kuuzwa, aliuzwa kwa wakati ambao ulikuwa unafaa, ndio apelekwa kwa Potifa, na Potifa muuze, amwende amfunge, ampeleke jela. Kule jela nao askari wa huko nje mabutibut, kumbe walikuwa wameshika watu, na hao watu wakakuja wakatafsiriwa ndoto, na hizo ndoto walipotafsiriwa, walipoachiliwa, kumbe walienda wakaajiriwa kazi, na hiyo kampuni iliwaajiri ikapata kazi State House. Walipofika huko ka State House, wakasikia mfalme naye ameanza kuota doto. Akiota doto wakasema kuna kamutu kako prison kanajua kutegua hizi doto. It was well planned since the day he had the dream. The dream was to trigger him into his timing and season. The first dream of Joseph, nimeona mimea ingine inainama na ingine inaimia ingine. That was the timing, and it acted, it provoked him towards his timing,
towards his season. Na vita vikaanza. Vita zingine unavipitia ni zinakuprepare towards your season and your timing. And when you allow, usianze kupigana, usianze kufuga, ninafuga hawa majirani wanaonifukuza, ninawalaani, ninawafuga. Acha kufuga. Let the will of God. Let the will of God be done. The Bible says, thy will be done. Thy kingdom come. Thy will be what? Allow the will of God. If it is the will of God for you to be ejected, allow yourself to be ejected. Don't complain, because it may be that is your season. They are ushering you into your season. Usingangane. Ambia Mungu, if it is your will for me to be evicted, let me be evicted. Ambia Mungu, if it's your will for me to be divorced, let the divorce go through. If it is your will for me to go out of this country, let the will. Mimi nilijaribu kwenda ng'ambo. It didn't work for me. I was returned here. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini najua sasa, this is my season. This is my season. Yes. This is what? Yes. Sasa nyinyi mnaona? Ni mnaona huko? Natorai hao mwetereire. Hallelujah. So God prominently works within his timing and the season. Moses was in the timing of God, in the plan of God. He found himself in the season and in the timing. He killed in the timing for him to go out. That is what provoked him to be chased away. Where he went, he found some ladies that were supposed to fetch water. Akavuruga hule jamaa, kumbe hawa hii maji ndio ilikuwa connection yake. Aende kwa Jethro. Kufika kwa Jethro, akaputa mgusi zinamgoja, zikamconnect na kichaka. Akaenda kichaka, kichaka kikawaka moto, kikamconnect na mission yake ya kwanza na Mungu. Just put yourself in readiness for God's use. Namba 7 inasema namna gani? Moses encountered resistance and difficulty. When you are living, you will encounter difficulty, resistance. If there is no resistance in your ministry, if there is no resistance in that business you are doing, if there is no resistance in whatever you are doing, kama watu hata kuuliza mundu wa Mungu kimurera na nateke yake, mundu wa Mungu kimuratorana nake ku akora gutire shuri ataisha shioragio omenye ndure season ni ya Ngai, wakora andu matirona tae mukegu ndure season ni ya Ngai, wakora andu matirona wewe kerimo ndure season ni ya Ngai, wakora andu no hallelujah marakoinera. You are out of the season of God. If there is no resistance in what you are doing, you are not in the season of God. You only realize the season of God in you when you are in that process. The resistance, when they come speak against you, when they hatch a plan against you, when they want to bring you down, when they want to fight against you, because your God must be seen in the resistance. Hallelujah. Moses was hated by Pharaoh and by own people. Hata watu wa kwao. Maana ni kitoto kimelelewa kwa Farao. Alipoenda kuambia wa Misri naenda kuwatoa kwa utumwa wetao, ile turaturaga kuo nao. Ugo twirate. Uno imagine mundu wa mugike akimuhujiria. Wewe ndio uhujiri ni mundu wa mugike. Wewe ndio uhujiri ni mundu wa mugike. Akuhujiria ke nikioi. Ni ahonokire. Ahonokire ku. Athimu akinyetio kihonokio giake kikinyete kikigana ati. When nobody will talk against you, Monica, I'm telling you, are not going anywhere. When you find there is no resistance here, you are in the wrong place. Quit. Lakini ukapata vita zinakuinukia hapa, unainukiwa vita vizuri mpaka unaona ni kama Mungu amekusahau, ujue uko katikati ya Mungu. Katalia hapo. Lakini ukapata Pastor Karaja anakupamba, woman of God, ni utubulesa kamuno. Ukienda kwa Jage, woman of God, you are such a blessing. Ukienda kwa huyu, woman of God, you are such a blessing. We hoge na ule. Wiri maine ni kuharuruka, uraharuruka takigutha, uraharuruka undu takarikaba. Ikaraga we hogete, none gwo ikarite. Ici ni thu ciaku ici ciothe. Ici ni thu ciaku ciothe ici. Dukana korona mundu murata guku. Ici ni thu ciaku. Ndagika o yothe ukimenyaga ici no cikurume.
utakiri mudu ingetikia huko. Hakuna. Can't trust anybody here. Don't trust anybody, not even your own mother. Don't. Like Joseph, nani alianzia vita Joseph? Ni baba yake. Ate haya, koletu adha. And that is triggered. That is what triggered vita zote za Joseph. Baka kwenda jela ni baba yake. Kayoletu adha. Yani urenda kuthondeka no atashokera rege. Kiroto atatarota rege. Tashokera. That cut out triggers a battle in your life. Some of you are suffering because of that. Some of you wa mama, bwana zenu ulisema utaanzisha kazi mahali fulani kazi. Katuone kwa leo sio godi. That's enough. Because ulikuwa unamwambia nitakuwa nikitoka 1:00 asubuhi narudi 12:00 jioni. Wewe gani hiyo kazi gani? Unakuwa kirudi 12:00. Anakubali tu shiko upande, unaenda unatengeneza tu pesa. Ukakaa kidogo unamwambia daddy, tutako daddy liko ishi. Daddy. Dena tofesha hai, dena girima na matada toy. Deda unyongerera kule gari. Gari ya pesa kana? Nonete ya milioni 1. No deda unyongerera girima na matatu, icio ngene kuoya roni. Ni hiyo kazi unafanya mani kitu kingine. Ukisikia hivyo ni hiyo kazi ama ni kitu kingine, vita imeanza. Because he never expected you. Ile kitu alikubalisha hakuiona in a different dimension. Aliona that you are going to fail. Now you have failed to fail. He will now come with his mouth. Tutaona hiyo kazi. Hii masaa unakuja ni saa ngapi? Si nilikwambia daddy nitakuwa nikifika saa 11. Saa 11 watoto wamepikiwa. Watoto mmekunywa chai? Hatujakunywa daddy. Mumeoga? Hatujaoga. Na juzi na hiyo siku nyingine hakuwa ameuliza. Lakini kwa sababu amesikia huko na tu pesa na tunaingia, anajua this is a threat, I have to bring it down. Na hiyo mdomo tu hahitaji kwenda kwa muganga. Amekumalizia. And that's the end of you. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Wanaume, be a blessing to your wives. Maradhi meitu. Ndokuwa na kiharage kino kiraneneha. Radio keneneha wale watogo radio kite. Moses was hated by everybody. He was told to go back as Pharaoh to release God's people. Wow. Hasa una imagine. Juzi amevukuzwa kwa sababu ya kuua mtu. Mungu tena amemwambia rudi huko kwa liberate my people. Akafika huko akaambia Farao release watu wa Mungu. Sasa hebu imagine, unajua uliua tena umerudi kule uliua. Sio ni friends code direct? God will put you in a tight situation that you have to navigate through that tight situation. God will put you in a tight difficulty. You will have to walk through the process. Iyo difficulty ego gwikira handu haceke na kwire hitukira hau ni hode handu haceke, a tight situation. And he tells you, I am with you. Alimwambia nani? Joshua, I have given you Jericho. Do not be afraid nor be dismayed. Kube Jericho hiyo anamwapatia na mwabiria kwenda adomeku. Mungu ni mjaja. Anambia, I will be with you. But do not be afraid nor be dismayed. I will be with you. Kijamaa kikaenda, kikaambia suguka mara 7. Kikasuguka. Kikasuguka mara 7. Kikaambia piga duru sasa. Kikapiga duru ukuta ikafujuka. Kikafikiria it is walk in the park. Kwenda kuingia huko, akapatana na resistance. Akakuta kuna jeshi ni kulimana. You must fight for that position. You must go for that position and win every battle. Facing resistance is emotional and exhausting and can cause us to believe that we are doing something wrong. Resistance is very emotional. Ukapata kuna upinzani, ukakuja ukaambiwa ati apostle hakutaki, apostle hakufanyi,
Apostle anafanya akuja anakuambia maneno, anataka hiyo ukue emotional, ukasirike, anataka kuarouse the emotions in you so that ukufe moyo, uachane na hiyo kazi. Ndio akiacha kazi anakuja kwa apostle na kwambia, nilikwambia huyo mtu hawezani na hiyo kazi. Sasa nilikwambia tu Monica hawezi. Monica amekuja tu kupitia, hata hawezi. Lakini ameenda kwa Monica, amemwambia Monica ubaya yangu. Amekuja kwangu, ameona Monica amefaulu kuagusha Monica, alafu anakuja kwangu, nilikwambia Monica, mimi namjua miaka 10. Nilijua huko hawezani nako. Alafu anarudi kwa Monica naambia, hata sisi tunakaaga huko kuvumilia. Huyo apostle, huyo na shetani ni kitu moja. Bwana asifiwe. And you have to be careful of those people. They are within us. They are meant to come and plant the discord. Apostle, did I walk with a horror place and worship team to hand them out the matari mega? Apostle, did I walk with a horror to me? I don't know to me. I am a caragara conaini. Did I walk with her? Apostle, no nakaderea kamera daihu. Did I walk with a horror wake? Because they want to arouse. Wamejua through media we are excelling, so they will come with a statement. Ataniambia huyu kijana akona tabia, nilimkuta akivuta bagi, nilikuta akivuta chang'aa, na hakuna pesa yako alikuitisha aende akavute bagi, but alimkuta. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Pilipili. Wewe mami fuka mdomo kidogo, utatumalizia oxygen. Number 9, Moses kept obeying God despite the difficulties. Continue obeying God. The difficulties will forever be there. Challenges will forever be there. Just obey. Just obey him. Just continue obeying God. Don't worry of what they say about you. Don't worry of what they say they do about you. Wakikusegenya wewe kaa tu nyamaza. Wakisema wewe ni mbaya, wewe endelea kuwa mbaya kwao. Endelea kuwa mzuri kwa Mungu, naye Mungu atakubariki. And continue to be good. If they say you are bad, just continue doing good. The sketch and the gauge is only from God, not from man. Number 9, Moses never settled for less than God's promise. Moses never settled for less. Never settle for less. If you are doing the work of God, perfect it. Be a perfectionist. Do the plan of God. Do the will of God. Do not allow anything less. Atetoluteragia yote kiragiwara hivi. Hapana, nio hako ginya haria ogukinya netogacario cioke. Bwana Yesu asifiwe sana. Si mnasemanga mimi ni perfectionist. I will never settle for less. I will do that which pleases God. I will have to make my God to be seen. Lazima nitukuze Mungu kwa ile kazi nafanya. Na kama Mungu wangu si kiwete, sitatembea nikiwa kiwete. Kama Mungu wangu si masikini, afadhali nitachukua buduki niibe na nijegee Mungu, na hakuna pale nitapelekwa. Si mkatai kuleta hizo chuma. Mtaniona kwa magazeti. Ati? Ishatoka. Thank you. Nitachukua. Kwani nikikuja duka yako utakosa kunipatia? Nikuja nikwambia mimi ndio Dora Waruinge. Unamjua? Ule mkubwa wa Mogeke. Okoluta, mutatoa. Kana mati keruta. Unaole nyefu. Utatoa. Na nitapepa vizuri nikuje hapa nitoe tithe niende nijegea Mungu. Na jera Ngai pesa ni gutunyana ndatunyana. Na ndatunyana ni undu waku to ni indo ciaku. Ti gutunyana tukumena ni gutunyana. Indo ici ni kuoya ndoya. He handu cikoigitwo ndoya. Ni kuoya ndoya indo ici. Nigetha cigagwakire. Kana tiguo apostle. Tiguo.
Apostle guy tudikwe kogu. Tuinasione tukuruta. Lemo ine kuruta. Finally, but not least, finally, after a long period of time, Moses finally saw God's promise fulfilled. When you do the will of God, the promise of God in you will be fulfilled. Praise Him. Finally, rĩrĩa hingo ciothe ũgwĩka wendi wa Ngai nĩ ũkona Ngai ũcio akĩhinga thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. The power of God, the will, the authority of God will be in you, will succeed. Monica, chukua microphone. Hallelujah. Tusimame tu kwa miguu yetu. Tushike sadaka. Wangapi wamebarikiwa? Niiga na maigwa maradhimu. Inua tu mkono yako kama umebarikiwa. Hallelujah. Poleni nimewaeka sana. Mtanisamehe. Nimekodekera. Mugera akodekera nini la maka. Wala wapi? Inoka. Inua tu mikono yako juu, tumwabudu Mungu. Dakika. Watu mikono wako juu, tumwabudu Mungu. Tawena gore, tabawena gore. Wabe ujinogora, kujinogora, 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 kujinogora. Kujinogora kabisa, jinogora, 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 jinogora. Kujinogora kama wene kumagara. Kujinogora, jinogora. Ore mini obodira. Yes. Hallelujah. How many of you think unaona tu kabisa umebarikiwa? Umeona umefunguliwa. Najua kuna vitu vingine hauhitaji mikono ati nikuje nikuwekelea mikono. Unaona tu this is me and this nimefunguka. Wakati umesikia umefunguka kabisa, unasikia sasa umefunguka. Unasikia kutoka this week my life will never be the same again. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Thank you, thank you. Lift up your wewe. Tunapoendelea na wimbo huo, kuna watu mko na bahasha za wakati huu. Unaweza tu kuisikia kwa mbele. Kuna uwepo mkubwa. A sacrifice, because what I'm teaching you is deliverance. Bwana Yesu asifiwe sana.
Most of you know deliverance ni kuguzwa na kuwekelewa mikono. Deliverance is not kuguzwa na kuwekelewa mkono. Deliverance ni mafundisho ya kukufundisha a life of a true Christian, how you should be, what happens in a true Christian, what challenges that you face in a true Christian. So after this kind of teaching, that is when you give your sacrifice of what that has been going through your life. Bwana Yesu asifiwe sana. That is what we give a sacrifice. Nikio rasaria. Ne bahasha. Ndedu mana bahasha geke modo ine. Okay. Ndukire cio deha ti hata ithio enge. Ani na bahasha igire. Kuna ireo. Asha pagi ni yaku ina bahasha igire. Na imwe ina besha thiini. Rugama haha. Imwe ina besha na imwe ndiri na besha. Thiure heo ina besha reheno. Thiure heo ina besha na tukarutio na nduru. Ngogaire besha ciaku. What I'm telling you, this lesson ya jioni, it is for sacrifices. It is not for offerings. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile lesson nimewafundisha, that is what we call deliverance lesson. And for you to be delivered from whatever I have taught you, you give a sacrifice. It is that sacrifice that will set you free. It is that sacrifice because of the kind of education nimewakupatia. Hiyo ndio inakufungulisha. Sacrifice is meant to unlock whatever locks that you are under. We have learned about Moses and what challenges Moses faced. Those are the challenges that you are facing in our life. That is the time now. You give a sacrifice towards the kind of life you are going through so that you can come out of those situations. Umenielewa? So this evening service, it is a deliverance service, class for service, a deliverance class. And that is a service for deliverance. So whatever that you are going to engage yourself to partner with what I am teaching, it will gonna set you free. Because Mungu ameniambia fundisha watoto wangu rugama hau teko igathe. Mungu ameniambia fundisha watoto wangu rugama hau. Mungu ameniambia fundisha watoto wangu, maana hii lesson ni Mungu amenipatia niwafundishe, maana kuna kitu anataka kufanya kwa maisha yangu. So this is the time you need to connect. This is the time you need to participate fully, because it is unlocking your systems. Uga. Tieno. Kikena. So kieno hare yuma. Keno. Keno ikire. Ugo tumoreo ikire no. Nyeje cia hori rodumu. Madani agosho. Did you understand me? This is not hii class ya jioni. Sio ya kukuja kukaa waste time yako. This is the time to unlock your potential. This is your time to connect with what God has delivered. This is a time for you to become that vessel that God wants you to be. So don't ever lose this opportunity. It is rare. It is not taught. It is not given to many people. Not every church is doing this. We are different from others because God has just deliberately given us this opportunity. Ndio mfuguriwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende kazi.
anabariki, anakomboa Rabi. Mungu yu mwema kwetu. Yelela. Jehovah yu mwema. Kwenye maisha yangu, kwenye huduma yangu, Mungu yu mwema. Tuimbe tuseme, Tuinue mikono yetu juu. Mwambie Bwana Yesu. Mwambie Bwana Yesu, siku hii nimekuja hapa, ni matumaini yangu umenifungua. Mizigo niliyobebeshwa na shetani nimeiweka chini. Maneno niliyowekwa kinywa changu na shetani nimeyaondoa. Maneno niliyowekwa na binadamu ya kutojiamini nimeondoa. Lolote lililotiwa ndani ya maisha yangu ambalo ni la kutojiamini nimeliondoa katika jina la Yesu Kristo. Prayer. Fungua kinywa chako sasa, zungumza na Mungu. Na kama uko na tatizo la kimwili, uko na tatizo ambalo limekusumbua siku nyingi, sogea hapa mbele. Kama uko na jambo lilikulete hapa, you need deliverance about, just come forward here. I want to pray with you quickly. You have faced challenges of life, magonjwa. You have into the processes nyingi ambazo ni za kishetani. Join very fast. Umekuwa na doubt katika maisha yako, umekuwa na misingi ambayo haifai katika maisha yako, just come forward. I want to pray with you. I want to deliver you. I want to pray with you. Pengine fungueni vinywa zenu, muendelee kuomba. Mwambie Mungu yuhitaji deliverance, unahitaji kufunguliwa kutokana na jambo na mambo ambayo yamekuwa magumu katika maisha yako. Unahitaji. Thank you. Githisemani Yesu aliomba, Baba, mapenzi yako yatimizwe. Kwa ajili yako na yangu, katupa nguvu wakashinda. Omba, utafute uso wa Bwana, aone kwa siri, atakujibu kwa wazi. Omba,
Hallelujah.
My
niko poa, sasa niko huru, ninakuimbia. Baba, zungumza na mimi Bwana, zungumza, ninangojea. Zungumza na mimi Bwana, zungumza na mimi Bwana, zungumza na mimi Bwana, zungumza, ninakungoja. Zungumza na mimi Bwana, zungumza na mimi Bwana, zungumza na maisha yangu, zungumza, ninakungoja.
Nimekubali Bwana. Nimekubali Bwana. Nimekubali Bwana. Tawala maisha yangu. Tawala biashara yangu, tawala mienendo yangu, tawala na ndoa yangu, tawala maisha yangu. Tawala Jonathan, tawala Monica, tawala Berita, tawala maisha yangu. Nimekubali Bwana. Tawala maisha yangu. Nimekubali Bwana. Nimekubali Bwana. Nimekubali Bwana. Tawala maisha yangu. Nimekubali Bwana. Nimekubali Bwana. Nimekubali Bwana. Tawala maisha yangu. Nimekubali Bwana. Nimekubali Bwana. Nimekubali Bwana. Tawala maisha yangu. Nimekubali Bwana. Nimekubali Bwana. Nimekubali Bwana. Nimekubali Bwana. Tawala maisha yangu. Ainuliwe, ainuliwe, ainuliwe. Yesu ainuliwe, ainuliwe. Ainuliwe. Ainuliwe Yesu. Ainuliwe Yesu. Tawala
Thank you. God bless you. Bado unakwamilia kule huko. Tajia safari. Ansa safari. Achana na mizigo ambayo umebeba. Tubu dhambi zako zote. Mungu anataka kukutumia kama mtumishi. Surrender the whole of you.
He will take care of your burden. He will take care of your life. He will cater for your bills. He's just waiting for you. Tia madangania. Watoto si wako, ni wa Mungu. He knows how to handle them. Surrender. Take a step of faith. Where you are. That is the greatest impediment to your spiritual success. Hiyo ndio Herode wako. Uondoke na uondoke haraka before they strike you. Make the fastest decision as you can before it is too late for you. You are in the season. Yes, you are in the season. Make yourself ready to serve, to be used as a vessel by God. Atumia haya. Kaide murathime. Na thuri aya koro. Kaitu. Kaide murathime tu. Tenda muujiza. Ngoja kidogo tu tafadhali. Yes. Fakaida ini haa. Kujeni nyinyi wawili. Ondokeni hawa. Ngai wa matu iguru. Unafanya nini hapa? Kuna asha hapa? Ngai ni amwendete muthuri. Wikare hau. Ndagwirire wikare. Na tene ndurokiraga umuthi ni urokiraga. Yesu. Aya imoko manyu na iguru. Moni keko. Yathire. Ukifungulia hii masikio yako kwa watu sana, you will lose the price. Si watu wengi wanakutaka hapa, but this is where your blessing is. This is where your blessing is. The Jezebels, they will speak to you. They will befriend you. But they are carrying a knife to stab you. They will tell you they are fighting for you. They will tell you they are defending you. They will tell you they love you. But they are Jezebels. Hao ni majezebeli. Funga masikio yako. Serve God. Yule ambaye alikuita hapa, serve him. God has given you a 7-day assignment to this hour. Ngai ni amwiroheria thiku ingi mugwanja. Roho wa Ngai arokorwo iguru rianyu. Ngai angirwo mutungata. Mungirohotana. Kuria guothe na kiria giothe mukuga na mukwaria, kiumanite na kuri Ngai. Kiria mukurathima ni gikurathimika. Na kiria mukuruma ni gikurumika. Kiria mukuohora ni gikuohoka. Na kiria mukuoha ni mukuoha. Ngai wa iguru haruruke. Tathikiriria mugambo ucio woka ni mugambo wa Ngai. Kirai tu ni mukuigwa mururume.
Baba wa mbinguni, uliyeumba mbingu na ukaumba dunia, watumishi hao wote wamekuja kwa sababu walitaka kukuona. Hakika wamekuona. Kawasaidie, kawabariki, ukawafungue. Inueni mikono yenu nyinyi nyote. Baraka za Mungu zinashuka. Hili juma lote litakuwa ni juma la baraka. Milango yenu yote iliyokuwa imefungwa kutoka sasa imefunguka. Wale ambao walikuwa wanatafuta kazi, kazi imeachiliwa. Wale huduma zao zilikuwa zimeshikwa, huduma zimeachiliwa. Wale ambao walikuwa wamelemazwa kimawazo and in the spirit, God has set you free. Those who have been held hostage, mlikuwa mmeshikwa mateka, kutoka sasa you are no longer held hostage. God has set you free. God's favor will be on you. From Monday to Friday, it will be the favor of God. Siku ya Jumatatu ni kifunguo cha kufungua. Siku ya Ijumaa 4 ni kuanza kazi yake iliyo na baraka. Siku ya Ijumaa 5 ni kuanza kulima mavuno. Siku ya Alhamisi ni kuanza kuona wema wa Mungu na utukufu wa Mungu. Siku ya Ijumaa na siku ya Jumamosi itakuwa siku ya mavuno. Siku ya Jumapili itakuwa siku ya kusherehekea, kuja kusema ushindi ni wa Mungu. Huyo Mungu sasa ameteremka. Huyo Mungu ameachilia. Huyo Mungu ameachilia. Huyo Mungu ameachilia. Siku za mateso zimefika kikomo. Siku za mateso zimefuka kikomo. Huu ni mwezi wa 9. Huu ni mwezi wa? Ni mwezi wa 9. Namba 9 inasimamia nini? Yeah? What? Yeah? Mwezi wa 9 ni wa nini? Kila mtu aguze utumbo wako kana ni mwanamke. Guza utumbo wako, na mzee guza kifua chako. May you birth. May you birth. May you birth. Ndio hiyo inakuja. Mwezi wa kuzaa. Mazao yaanze kuchukuja. Mazao ndio hayo. 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 Ndio hayo. Ndio hayo. Mazao ndio hayo. Iwe ni kazi yako mazao. Iwe ni huduma mazao. Iwe ni kazi mazao. Iwe ni familia mazao. Chochote ulikitaka. Receive it. In the mighty name of Jesus Christ. Yes. My Redeemer, my King of Kings, my Redeemer, your glory now, your glory is with us. The glory of God. Neema imeshuka. Malaika ndio hao wameshuka. Kuna watu mmepokezwa kazi zenu. Neema zenu na milango yenu inafunguka sasa. The authority from heaven. Mfalme wa Persia ambaye alikuwa ameshika vitu zenu amepokonywa, sasa zinakuja. Mfalme wa Persia ambaye alikuwa ameshika vitu zenu amepokonywa. Ndoa zenu sasa ziko tayari. Biashara zenu ziko tayari. Huduma zenu ziko tayari. Baraka zenu ziko tayari. Pokea! Pokea baraka, pokea baraka. Pokea vifunguo za maisha. Pokea vifunguo za maisha. Pokea, pokea, pokea. Pokea neema. Financial breakthrough. Financial breakthrough. Spiritual breakthrough. Pokea sasa. Pokea!
Katika hiyo hali nani ataninunulia kikombe ya chai? Just a cup of tea. In that situation you are in now, just a cup of tea. Just a cup of tea in that situation, in that spiritual realm that you are in. Just a cup of tea in that spiritual realm. In that spiritual realm. In that spiritual realm, something is unlocking. I am unlocking your dimensions of your life. Just unlocking your key. Just releasing the prophetic moment upon your life. Just a cup of tea. Just a cup of tea. Just a cup of tea. Just kwa mkono yangu. Just a cup of tea. You have unlocked your life. Take it. Take it. You have unlocked. You have unlocked your life. Carol, come. Do you know what this means? Do you know what this means? It's what? Look at it. Is what? Look at it. Is what? No, don't touch. Is what? What is this? What is it? What is it called? What is it called? Take your blessings. Your potential, your finances, your life, your prosperity, your purpose of God on earth has been unlocked. Mungu anasema uwe tayari. Amekwambia siku nyingi. Be ready now for use. Buguza mkono wako hapo. Funga macho yako. Walikufuga hii mguu ndio usiende, ndio safiri wakutumie. Yes. 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 Nimwigania kugurira gikombe gia cai. Tendo kugurirwo tu cai. Thank you Ngai. Toka Ngai tutoka. Nike kĩuka kuwete mũcinga. Nike gĩkĩ. Nĩ thimũ. Aya mwarĩ wa nyũkwa. Oka. Nĩ biacara ĩrĩkũ ĩ Rwanda? Mwĩna biacara ya gũthiĩ Rwanda? Ya gũthiĩ na gũkũ Western? Radiko? Kũ? No ahingũrĩrwo nginya Rwanda. Sia yako nyoheto ya
Sidirei ni wewe. Sidirei ni wewe. Nini? Oka. Nyita. Wari mwana kunyita tishi yako. Amukiro rathi kirathimo. Wamukire kuhona. Moko macio maku marathimo na maciare. Inua mkono. Toya guoko gwaku kori una iguru gwa. Uchukue tu mkono wako juu ya light. Ebu inua tu hivi. Ionyeshe Mungu. Ionyeshe Mungu. Hiyo mikono ibarikiwe. Chochote utaguza kwa mikono hii kikafunguke. Maadui wote ambao umezuia kazi yako wote na wakaporomoke. Geti zozote zilizojengwa kuzuia usifaulu zote zimebomolewa. Wale waliokuinukia, wale waliokupangia uovu wote na wakaporomoke in Jesus name. Now as you are lifting your hand, kuna malaika wa Mungu anaitwa Michael. Yuko hapo anazunguka. Inua tu mkono wako. Utasikia kuna kitu kitakuguza tu moto. Utasikia tu moto. Utasikia tu moto. Moto ndio hiyo. Inua tu ndio hiyo inakuja. Ndio hiyo inakuja. Ndio hiyo sasa imechukua. Ndio hiyo imeanza. Watu wanafunguliwa. Imeanza. Mikono yenu inafunguliwa. Mikono ya baraka ndio hiyo inasushwa. Anasafisha mikono yenu iliyokuwa imejaa damu, anasafisha tena upya. Sasa mnakuwa baraka. Chochote utakachokiguza kitakuwa na upokezi, kitakuwa na baraka. Ndio hiyo baraka. Ndio hiyo kifunguo. Ndio hiyo baraka. In the name of Jesus Christ. Amen. And now may the grace Sasa nataka nikutume tarehe 15. Sema tarehe 15. Niko na Inoro TV na radio live hapa. Na tunataka tuweke kesha ambaye haijaonekana dunia hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mtu aliye hapa uende umobilize, utafute niliambiwa na Nancy siku mobilize. Niliambiwa ni nini? Ni kuevangelize, si ndio? Ni kuevangelize. Tunataka tujaze hapa, tujaze nje na kule kwa barabara tutaweka screen. Bwana asifiwe. Kuna maadui wamekuwa wakizunguka hapa na mafuta. Huyu mtu anaitwa Manyiro na ule mtu anaitwa Fibo. Wamekuwa kimwaga mafuta huko, ati watu msikuje hapa. Sisi hatutapigana na hao. Hivyo ni vitoto. Wale vijana wameokoka leo ndio tutampatia. Wangangane na yeye. Wangapi kijana? Wewe ndio uliokoka juzi? Uliokokea Thika. Hiyo ndio kazi yako, tutakupatia kupambana na Manyiro. Mungu aliniambia amenipatia mji. Wakati tumeenda Moro, Mungu alinipeleka Moro, akaniambia amenipatia taifa la Kenya. Yeye mwenyewe amesema tarehe 15 anataka kuinua watu. Akaniambia niandae mkesha, atakuja kuwatembelea yeye mwenyewe. So ulete mpaka wale watu wagonjwa, ulete kila mtu tarehe 15. Umenielewa? Don't miss this. If you miss this, shauri yako. Shauri nani? Shauri yako. Ole wangu. If you miss this, tigo muhe rosi. Tigo muhe akiberebere. Wageno. Ni uguo ni morano na Ngai. Muthenya ucio ni muthenya wa kirathimo. Bwana Yesu asifiwe sana.
Ni muthenya wake? Ni muthenya wake? Sema sande. Hii tunakuja. Unibebe shilingi 500. Uweke kado. Nataka kutoa dhabihu kwa Inoro. For the first time mchungaji kutolea media station dhabihu. Ukuje na mia ngapi? Ifukugulishie local na international favor. Hiyo ukuje kama umeweka kwa bahasha ambayo si ya hiyo kanisa. Uende ununue bahasha ingine uweke. Bwana asifiwe. Nimesema 500 kwa kiago cha chini, lakini ukitaka kuweka hata 1,100 uweke. Maana kuna kitu kinaenda kufunguliwa. Hii Kenya tumeichukua. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii Kenya tumefanya nini? Ama mnaona bado? Mnaona bado? Totile turakinya, totile turahia. Tumeiva. Tumeiva. Leto hete. Tarekenya na kanaturi ya heu. Tahutia gogo. Nono yakura ina nata kwa mundu wa shanga. Takuhutia tu. Kunyita na moko mere. Kunyita gukire. Gukirie. Ko. We. Oka, yita guko. Ugo niguo gukuruta wira. Nyita na moko mere. Eko, gukirie pio. Ugo niguo thoci gukirio. Mukorino. Uka mukorino. Mukorino uri? No ti mukorino. Ekera kiremba na ti mukorino. Tuli mukorino. Gukirie pio. Gukirie. Ugo niguo Ngai aruta wira. Kimani. Ucokanĩrĩrie imwe na ici kuja. Ukabi mwingine wake adutu. Andu ake adutu kai ndimwe wira akupambana na manyiru. Jeni. Mutikone tu twetu mundu. Aya. Na ni muonire wira wa kuruta. Kamutu. Jokeria kiuria giakwa tia kuhecia madamu na cia ndui. Niki wetereire kugia nakio. Mutu wa ni mbeca cigana mutu? Uguthondeka ni thabutha kana ni mathari? Mutu ni 200. Urenda mitu igana? Na kikigi maguta mariku? Ukugurira mitu 3 na maguta ma salad. Kimani mucererie mbeca icio. Mitu 3 na maguta ma salad. Unegere Nancy eko. Umone umanyitie ni Nancy. Na ewe no nire wakuruta. Niki wekaga. Fagi ni watigire. Pio. Ewe no watigire fagi. Uvutagi. Niki wekaga. Niki wekaga. Uriaga ki? Kwa mami wanyu. Niki wenda weka? Niraumire. Wenda guthi Qatar? Kuthabia nyoka? Na wewe? Wewe ni ule nilipatia pesa? Alafu kawajeka? Ukatumia yote? Okay, utapatiwa ingine ya kwenda kuuza melon. Uone huyu Kimani. Na wewe ni ukuona ucio. Nanyita. Aya niyo mekuruta ira kurwa na manyiru. Makendia madathi. Aiyo. Makendia irato na nguo. Ile tutirarwa na ngongoni. Ile tuli athamaki bũrũri-inĩ witũ. Nĩguo. Mwathani agocwo.
mutikirathimo mukiumagara uguo ri murathimo na mugithi gucoka mukarathimo makombe manyu maigie indo miuko yanyu irathimo nda cianyu cirathimo mutikatungane na thu barabara-ini na mutigatungane na ritho ria uru makinya mauru matikamume thutha meciria mauru matikamuthugundire murathimo ciana cianyu cirathimo mahiũ manyu marathimo mawĩra manyu marathimo na moko manyu marathimo amen. Bethel Clouds TV, empowering lives.